Bethel Clouds TV, empowering lives. Love is the greatest. Kuja memory verse. Yes, Pastor Nani? Pastor Stacy. Praise God. Praise God again. My name is Stacy and I'm born again in the upper memory verse. Psalm 23 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall be in the house of the Lord." Pigia watoto wote makofi. Thank you. May God bless you. Mukienda class Sunday, wewe ndio utatuhubiria. Umesikia? So go prepare. You utahubiri dakika 15. Umenisikia? Dakika ngapi? 15. Sasa utegenese. Na hii viti ya mbele Sunday before they go to their class itakaliwa na hawa ndio waendelee washangilie mpasta wao. Asante sana, God bless you. Na wewe ndio utamsomea Biblia na wewe ndio utahubiri. Sasa thank you. God bless you. God bless you. Mendeni kwa class. Thank you very much. Yes, I am Matioye. Nimwero. I am a true
Ngoja. Jitayarishe tuimbe wimbo huu vizuri. Ni kama watu wamesoma. Wacha kuimba ni kama haukuenda shule. Haya, twende. Ngoja, usiimbe. Sikiliza. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, tayari kutema shaka sawa sawa na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, tayari kutema shaka sawa sawa na wewe. Baba, nakushukuru, nasema ni asante. Fungua kinywa chako tu, mshukuru Mungu. Mwambie asante kwa kunifikisha siku hii ya leo. Mwambie nimekuja hapa ni kuabudu kwa sababu wewe ni Mungu. Nimekuja hapa Baba kwa sababu tu ya ishara zako za kiungu. Hakuna Mungu mwingine ila wewe, na hakuna mwingine wa kumuita ni wewe tu. You are the King of Kings, the King of Glory. I worship you, Father. Use me today to preach to your people, to speak to your people, and tell your people what you intend with them. God, may you help me. May use me just like a vessel. Let me only speak that which is yours, and speak that which is not yours. I don't speak that I may not speak whatever that is not yours, but I speak only that is yours, because you're the King. In Jesus' name we pray. Amen. Before you sit, wacha kiherehere ya kukaa haraka haraka. Angalia huyu mtu mko naye next. Unamjua? Muwasalimie basi, musalimie tu, mwambie. Unajua kunaweza tokea mambo, alafu ulizwa whom were you seated next to? Mshike mkono, mshike tu mkono, mshike tu mkono ya kumsalimia. Mshika mkono, sijaambia uachane naye, shika mkono. Muulize kwenu kukuaje? Umewacha mvua? Umatia. Umewacha kumekuaje? Watu wa kwenu wana behave namna gani? Umewacha kama wako na kaujiga ujiga. Hebu muulize majenzi kesho watatoka kwa barabara. Muulize tu. Ngoje kidogo tuongee hapa. Muulize majenzi kesho wanatupatia holiday ama watupatii? Muulize tu. Muulize tu. Sasa kama watatupatia holiday, kwa sababu nimesikia wamesema watatupatia. Sasa inua mikono yako. Tuombe majenzi wasikufe. That we don't need anybody to shed his blood. Fungua kinywa chako waombe. Pray for them. Fungua kinywa chako waombea mtoto wako, mtoto wa neighbor, yeyote atakayetokelezea, mpaka maguns wakikuja, guns hata muombeeni guns, wakitumwa na Sakaja wakuje, wakikuja huko waone giza, wasione duka, wasione kitu yoyote. Guns, kamata, wakamate kabisa. Wasione chochote. Kamata mpaka mapolisi, wasione watu wa kupiga, watembee na majenzi pole pole, waende wakipatiwa maneno pole pole. Waombe tu. Ombea polisi, ombea jeshi, ombea Ruto, ombea huyu Murkomen, waombe wote, wapie kesho hakuna bloodshed.
mpaka matia gasi waweke, watembee na hao vijana kwa barabara vizuri polepole wakikuja. Lakini kama hata kuja, nchi ikuwe mzuri na ikuwe na amani. Thank you. In Jesus name we pray. Na imeandikwa kule biguni ya kwamba mumekatasa. There is no bloodshed. Already we have enough bloodshed. You may be seated now. Hiyo ndio responsibility yako kutoka sasa. Ukienda nyumbani, endelea ukiogelea. Ukipita barabara, mkitoka hapa usiende kiholela holela. Unajua watu wengine wanaenda kiholela holela hivi. Wanaenda ni kama hawajielewi vizuri. Ile barabara unapitiaga kama ni Moi Avenue. Nenda ukizungumzia unaambia Moi Avenue. Tunajua umeitanishwa na mtu mbaya mwenye alikuwa anatutawala na rugu. Lakini wewe kesho wale watu watakupitia hapa wasikie neno la Bwana. Mtu wa Kenyatta Avenue, mtu wa Tom Mboya, mtu wa Murang'a Road, mtu wa Lemuru, kwenda Kikuyu, kwenda Kiambu, kwenda Ngong, kwenda kila barabara. Ile barabara utajikuta huko ndani yayo. Uizungumzie, uiambie no bloodshed. Na unaiuliza, umesikia barabara? Nikusikie umemesa damu ya mtu, utaona. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we command. That is how we command blessings. Blessings here ni kitu imekaa mahali ati utaenda uchu. Hapana, you command it. You command. Are you getting me? You command blessings, they will come. You are already there to command. Uko kwenye atmosphere ya kucommand that things zina happen. Ukiona tuko na mama kama huyu na amevaa navy blue. Huyo ni Michael. Ukera huyo ni yake. Huyo ni higwe hubete ke Michael. Noru awuga huyo ni Michael. Ready ti Michael. Ready ni muraika wa hakiri, wisdom. Wanyita. Huyo ni muraika witago wa Michael, Mikaelo. Huyo Mikaelo ri. Mikaelo to bara ruaga. Mikaelo ni arehage kirathimo. Mikaelo ni arehage thayo. Mikaelo ni atuithanagia macira wega. No akorino ingi moe Mikaelo ni wa bara. Mikaelo to bara. Mikaelo uyu ni wa thayo. No ni ari bara. Ukirehe thina ni aguthaga mundu. Ndatigagia. No uru wa Mikaelo ri. Na ndimwendete muno tondu ti mundu mwega ri. Riu Roda ri aruga magagetia Mikaelo. Ruga nawe tondu ngikirite Mikaelo. Ni wega ni kukigia people. Riu ri uyu Roda ri. Roda etagia bara. Na aketa muraika wao wa bara ahure u. Onayo ukirio Mikaelo kamukiuma nao kaundu murakida kutwariria. Ati Roda agetia bara na agetia muraika wao wa bara etagwo atia Mikaelo. Haruruka Mikaelo uhure Luce athire muraika Mikaelo akiteremuka. Nazungumzia watu wote sasa. When the angel Michael comes, because he has been invited by her to strike her, because that is hiyo ndio mumezoea wa Kristo. Ninaitisha malaika Mikaelo akupasue. Yes, atakuja kufanya nini? Kupasua. Lakini Michael anakujaga na kitabu. Kule mbinguni kuna kitabu na kuna nini? Vitabu. Anakujaga na kitabu, ile imeandikwa story ya nani? Ya Lucy. Na ile pia imeandikwa story ya nani? The invitee and the inviter. Anakujaga na story za watu wawili, because anasimamanga katikati kama jaji. Na akikuja anapata Roda ni mchawi, Roda ni msharati, Roda ni muizi, Roda ni msegenyaji. Roda anawakalia, anaona Roda ako na mashtaka 100. Anaenda kwa Lucy. Anaangalia Lucy, yes, ni mtu wa Mungu lakini anakuaga na kaukora. Ni mtu wa Mungu lakini anakuaga na nini? Anaangalia mashtaka anapata ni 5 ama 7. Anarudigi kwa Roda kushughulikia Roda kwanza. Kwa sababu harudigi bure, anarudi kwa Roda. Anashughulikia shida zote za Roda. Ndio unaona niliombea huyu akufe, mtoto wako akakufa. Niliombea huyu akue maskini, wewe ukakuwa maskini. Niliombea huyu afanya kitu, wewe ukakuwa. Because kitabu kilisema wewe ndio unahitaji discipline kwanza kabla tu discipline huyu. Tukaeni chini.
Kwa hivyo wale wanaitaka Michael, muite ukijua anakujaga both houses, yako na ya ule unaitishia. Na Michael ni just, anakuwaga ni wa ukweli, maana yeye ndiye ataleta hukumu ya mwisho, ndiye atashika shetani amupeleka kwenye shimo ile ambayo haina getuli. Kwa hivyo is a just angel, si mkora kama wewe. Hapana, just muitishe ujue atakuja kwako, na ataangalia mpaka sufuria iko kwako, na ataangalia vikombe kama ni vichafu. I'm sorry for you. Monavi Lina ikae igoro rĩrauga atĩa no kũri naĩ ũkatu kakũrathima ndona nĩ wathĩka rĩu nĩ wari naĩ. Yes. Rũng'athio ta rũrĩa rũkoragwo na aposto wanyu rĩ rĩu nona ũrĩa tũrathĩka rĩu, nona ũrĩa tũrũngĩtwo. Mwathani akũrathime, ũtungatĩre Mwathani na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nake nĩ egũkũhũthĩra na njĩra ya mwena ya kĩhoto. Thank you. Ũguo noguo ndarĩ mũremi naugĩte ndingĩciĩkĩra na rĩu ona nĩ ngũtuma teyo ena yellow, ena green, ena blue, ya ũguo njoke ngoguo na mũthĩgi ndĩnaguo nĩndĩrorirwo harĩa ndaũhithĩte ndĩũrute. Ndaheirwo mũthĩgi tene mũno, nilipatiwa hiyo ya kutawala. Hebu nilete hiyo vipo hiyo. Nilipatiwa kitabu, nikasema nilikuwa nataka kuichoma nikiweke ikuwe kuni. Nilipoiweka kwa moto ikazimika. Moto ilizimika. Sikuwa nataka kuhusikana na nilikuwa nazita matakataka. Sikuwa nataka kujihusisha na hii. Ukiona nimevaa hii si ati nikupenda, napenda kuvaa, ni amri kutoka mbinguni. So muniache tu, mkiona nimevaa hii muniache tu. Hata kama hii nililetewa, hii haikutoka hapa duniani. This is not from here. Hii nilipatiwa kitabu na nikaambiwa hii ndio utakuwa ukitumia wakati unachuka kodo zangu. Sasa kwa sababu sikuwa nataka hata kidogo kuitumia, sikuwa nataka, niliweka ndani ya moto. Ndio unaona hizi mahara hizi niliweka ndani ya moto ikazima. Niambia Iba kwa shuma itagethaga ingĩ. Eci ũngĩ. Ule si sahi. Nimerudisha. Ugate. Jige. Tira. Oyo nĩ okĩra. Gataigua komanda.
Thank you. Dada hera. Yes, tumesikia. Order. Order. Thank you. Amen. Amen. Hii maneno hii yake. Hakuna freedom. Hakuna kujitawala. Nimekaliwa. Hii raundi nimekaliwa gai. Yaani najaribu kufanya hivi. Rudisha. Najaribu kukaa hivi, rudisha. Sasa nimejaribu kukuja bila hii. Mtu amesimama mbele yako. Ndio vae nguo ya kazi. Sasa nikarudi. Nimefika hapa nimeleta nini? Nimeambiwa rudisha na si ya kutagata kwa Joeli. Ulitebuli. Ulitebuli. Thank you. Thank you. That is the fantastic way of operating in the presence of God. Simeona sasa tumeanza kuwa watu wazuri na mniobeni simame kabisa. Niko around 15% kusimama vizuri. Niko 15%. I have a long way to go. 85% ni mlima. Sasa mnisaidie tu. Mniobeni tu. Sijasimama. Ndira koro. Hata mimi nasikia bado. Niko healthgate, nedigate. But ni hali dogeni. Nimanyiru ratumete andu maite githito hau. Ni akoni famu. Thank you. Thank you. That is good that you can't do anything on your own. You have to rely 100% na Mungu. Lazima, yani ukienda kuleta vituko zako, simamisha! I love this. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutafungua kitabu cha, na munipatie Kiswahili, kitabu cha Exodus 14. Exodus ni dhama kwa Kiswahili. Ni kutoka. Kwa sababu ni kutoka tunatoka. Simea tumetoka kwenye ujinga mwingine. Sasa tunaingia kwenye mahali Mungu anatutakia tukue. Sijui kama utahubiri venye tutahubiri ama utahubiri vituko zako. Tutapigana tu. Chukua mic. Tupigane mpaka tutatoboa. Eno ndo tugatoria. Yes, mwadhani ya gosho. Practice makes perfect. Atafika huko. Nafanyanga hivi kwa sababu ya kina shosho wako hapa. Ningetaka pia wasikie what I'm saying. Ningependa sana kuhubiri na Kisugu, lakini I have my mothers here. Lazima wasikie. So wachana na Kikuyu tu, tuende na Kiswahili. Mimi niende na Kisugu kwa sababu kuna watu pia wako ng'ambo. Nao wanatazama hii and they just want to be part of it. Kwa hivyo labda utumie kitabu Kiswahili. But no, sawa tu. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa na Aroni na kegaya kira Musa na Haruni alipokuwa bado nchini Misri. aliyokuwa Misri.
Verse 2, please. No, verse 14. Exodus 14. Si hata unaona hapo kwa skrini yako tumeandika. Kitabu cha Kutoka 14. Screen inakuambia 14. 14. Then the Lord said to Moses, Naye Mungu akamwambia Musa, tell the people of Israel ambia wana wa Israeli to turn back waangalie nyuma and encamp in from Firaharido, na waweke hema zao katika hayo maeneo between Migdol katikati ya Migdol and the sea in front of Belasephon. na kati ya hiyo bahari. You shall encamp facing it Utakuja kuiangalia by the sea. kwa bahari. For Pharaoh will say of the people of Israel, Kwa sababu Farao atawaambia wana wa Israeli, they are wandering in the land. wanasuguka kwa jangwa, The wilderness has shut them in, na jangwa imewasuka. and I will harden Pharaoh's heart. Nami nitafanya moyo wa Farao He kuwa will mgumu, pursue them, hata waachilia. and I will get glory over Pharaoh. Nami nitapata utukufu kwa Farao All his hosts na farasi zake and the Egyptian na Wamisri, shall know that I am the Lord. kwamba mimi ni Mungu. And they did so. Na wakafanya hivyo. Praise be the name of Bwana God. wetu na apewe sifa. The Bible is saying that he asked the children of Israel Akawauliza wana wa Israeli, that now prepare. akawaambia sasa jiandae, I am taking you out of this land. ninawatoa katika nchi hii, I am taking you out of the slaveryness. ninawatoa katika nchi ya utumwa, I'm releasing you to the promised land. ninawaelekeza katika nchi ya I ahadi. have prepared you. Nimewaandalia All the years I've prepared you. yote, nimekuwa nikiandaa. I'm telling you Nawaapia that 400 years and 13 miaka 430 that you've been suffering in this land mmekuwa mkiumia katika nchi hii, has come to an end. imefika mwisho. I want to speak to someone today Nataka kuambia mtu leo, that you've been facing the challenges of life. unapitia changamoto za Your maisha. life has been so complicated. Maisha yamekuwa You magumu, have failed in almost everything. umefeli kwa maisha, You have failed in your marriage. umeanguka kwa doa, You have failed in your business. umeanguka kwa You biashara, have failed in your ministry. umeanguka kwa You huduma, have failed in your family. umeanguka kwa familia. And it has been a laughing stock. Imekuwa tu kitu ambacho People have been laughing at you watu wamekuwa wakikuchekelea, because you don't seem like you are going to succeed. kwa sababu wanaona kana kwamba hautafaulu, You don't seem like you are going to come out of this. wanaona kana kwamba hautatoka kwa You hii, don't seem like God is on your side. haukai kana kwamba Mungu Because yuko it upande wako. looks like God has neglected Ni you. kama Mungu amekuacha, It looks like God has avoided ni you. kama Mungu amekuondoka, It looks like God does not want to hear you. ni kama Mungu hataki But kukusikia. it reached a time Imefika wakati when the children of Israel ya kwamba wana wa Israeli received a message from heaven. wakapokea ujumbe kutoka And mbinguni, Moses was told by God, naye Musa akaambiwa na Mungu, it is now time. ni wakati It sasa, is now time. sasa ni wakati, It is now time. ni wakati The time to come out. The time for your freedom. wakati wa The uhuru, time for your freedom. wakati wa uhuru I wako. want to speak to someone Nataka today niongee na mtu leo, that it is now time. na sasa ni When wakati, I'm releasing this message, na achilia ujumbe huu, it is now time. ni sasa ni The wakati, time you're coming out of the problem. wakati unatoka kwa hiyo The mashida, time you're coming out of the challenges. wakati unatoka kwa The changamoto, time you're coming out of the quagmire. wakati ambao unatoka The kwa hamaki, time the devil has locked you has come to an end. wakati shetani amekufunga, The time of slaveliness has come to an end. wakati wa utumwa The umefika, time of suffering have come to an end. wakati wa kunyang'anya The umefika, time of diseases have come to an end. wakati wa ukata The umefika time mwisho, of poverty has come to an wakati wa end. masikini umefika The mwisho, time you have suffered has come to an wakati wa end. kunyang'anya umefika And mwisho. God is setting you out. Sasa tunataka kutoa hiyo, God is taking you out of the Mungu anakutoa challenges. ndani ya hiyo changamoto. I want to tell somebody tonight Nataka niambie mtu leo, that your prayers has been heard. maombi yako yamesikika, That God is working on your way out. Mungu anafanyia njia zako kazi, God has been planning. Mungu kuna kitu amekuwa And the akipanga, time to execute the plan is now. na wakati wa kutimiza hizo ahadi ni leo, Because he has heard kwa sababu tayari amesikia the problem and the challenges you've been going through. shida na changamoto umezipitia. Remember, it is not that he ignored you. Si kwamba amekudharau. When the children of Israel went to their slaveryness of 400 years, Wakati wanaweza wadike kwa utume miaka 430, God had told Abraham, Mungu alimwambia Abrahamu way before, mbele ya hiyo, way before, huko mbele kabisa, even when
he had no a child, hata wakati hakuwa na mtoto, God spoke to Abraham Mungu akamwambia that Abraham your generation ya kwamba uzao will go wataingia into the slavery of 400 katika years. nchi ya utumwa miaka They will 430. suffer in a land that they don't know. Watakuwa watumwa katika nchi They ambayo will suffer in a foreign land. wataingia They will be persecuted. watafinyiliwa, They will be persecuted. They wataumizwa, will be tortured. wataumizwa. But at the end of the 400 Na years, baada ya miaka 400 I will set them free. nitawaokoa. I want to tell you tonight Nataka nikwambie leo, the challenge you have in your life, changamoto ulizonazo maishani, God knows it. Mungu anazijua Even wewe. before you are born, Hata kabla He haujazaliwa already knew that the devil will come to your life. alijua shetani atakuja kwa maisha. Before you are born, Wa kabla He haujazalika knew you will face the challenge you are facing alijua tonight. utapita And changamoto. He had already put measures Na amepima hicho kipimo. that despite you will go into the slaveryness, Hata kama utaingia katika nchi ya utumwa, despite you will face the challenges, hata kama changamoto, despite that you will face, hata kama utakuja kuzipitia, He has put measures ameweka hiyo that kipimo will set you free. ya kwamba atakuokoa. Because He told Abraham Kwa sababu alimwambia Abrahamu, that your generation, kizazi chako, your offsprings, wazao wako your offspring will go, wataingia, will be captured watachukuliwa, and taken to captivity wataingia kwa utumwa, kwa for kifungo 400 kwa years. miaka 430. When God was speaking to Wakati Abraham, Mungu alipokuwa akiongea na Abrahamu, Abraham was struggling to get one baby. Abrahamu aling'ang'ana kupata mtoto When mmoja. God spoke about a generation, Wakati Mungu alizungumza juu ya Abraham kizazi, was struggling with a baby. alikuwa aking'ang'ana kupata mtoto mmoja, And up when God fulfilled about the baby, na Mungu hakuwa ametimiza juu ya mtoto. He not only gave one baby, Hakuwa hata na mtoto mmoja, He gave more babies. akapewa watoto He wengi, gave him more babies. akapewa watoto wengi, And even others with some other people na hata watu who wengine were not part of the strategy of God. ambao hawakuwa kwa mpango wa Mungu. But 400 years later, Lakini miaka 400 the baadaye, word of God was fulfilled neno la Mungu likatimia in the children of with the children of na Israel. watoto wa A Israeli, word that was spoken 400 years. neno lililonenwa miaka And it 400, is not only 400 years. na si miaka 400 tu. Because Abraham begot a child when he was 90. Alipata watoto akiwa na 90 years So Abrahamu. God could have spoken to Abraham Maybe Mungu angemzungumzia when he Abrahamu was at his 30. akiwa na 30. So if you add about 60 years Ukiongeza hizo miaka, plus 400 years kuongeza miaka plus 400, 13 years kuongeza miaka plus 18 another 40 years, na ingine you 40, find it's about 600 ni years kama miaka 600 that God knew this generation ya kwamba Mungu alijua hiki kizazi, at the 100 and 600 years to come. na miaka 600 ambayo itakuwa, I will be lifted up. nitainuliwa, I will be lifted up nitainuliwa, because of what I'm about to ni do kwa sababu ya kile nakusudia kufanya today, leo, but to come to happen na itakuja kutimia 600 years to miaka come. 600. Therefore, God is telling us here Sasa Mungu anasema hapa, that what you are going through now, unakipitia leo it is not a today issue. si ya leo. Sasa The problem you are facing today, shida unazozipita they are leo not a problem today. si ya leo tu. The lack of job that you are facing, Kukosa kazi the unaokosa, lack of marriage that you are na facing, hiyo kukosa ndoa the lack kwako, of children that you are na facing, kukosa watoto kwako, the disease that you have in your body, na magonjwa ulionao kwa the mwili, problem that you have right now, shida ulizonazo leo they are not problems of yesterday. si mashida ya, They are not problems of last week. si mashida ya wiki hii These iliyopita, problems are existing 200 ni years. miaka ya karibu 600. Because he told Jeremiah, Kwa sababu alimwambia Yeremia, before you were born, kabla haujazalika I knew you. nilikujua wewe, Before you were born, kabla I haujazalika had lifted you. I nikekutukuza, had removed you from other people. nilikuondoa kwa watu I wengine, had consecrated you from other people. nilikutenga kwa watu And wengine, I anointed you na nikakutia to mafuta become a prophet unto the kuja nation. nabii wa mataifa It mengi. was not yesterday. Si ya jana tu, Because before your mother kabla mama yako and your father, na baba yako, before your grandfather kabla ya babu na babu and your grandmother, na babu yako, before your great grandmother kabla ya babu wa and babu the yako great na grandfather, hao wengine wa mbele, I knew you.
nilikujua wewe, I had set you apart nikakuweka before kando the existence kabla haija of your great na grandparents. hao waguka. God had already set you apart. Mungu alikutenga, God had already set you apart Mungu alikuweka and kando, had already prepared you akakuandaa for what you are going now. kwa kile unachofanya What is leo. happening in you Kile now? kinafanyika It leo is not that God does not understand it. si kwamba Mungu He haelewi. is waiting for that precious moment. Anangoja hiyo siku, He is waiting for that precious moment. ngoja kwa hiyo A moment to set you free. wakati wa A kukuweka huru, moment to defeat your wakati enemies. wa kushinda Therefore, maadui. your enemies are not permanent. Maadui wako hawana Your nguvu. disease is not permanent. Magonjwa si ya The lack of business is not permanent. kazi ya The biashara. challenges you are facing are not permanent. changamoto si ya They kudumu. are for the glory of Ni God. kwa utukufu wa Because Mungu, God is preparing all kwa this sababu Mungu that ame- He may be glorified ili apate because of your situation. kwa sababu ya hali zako. Therefore, your situation Sasa hali zako is in the manifesto of God. ziko kwa mpango wa Your Mungu, situation, it is recorded in heaven. ni mambo ya Mungu na makusudi ya Mungu. Your situation, Hali zako they are already registered. iko registered They are in the book of heaven. katika kitabu cha mbinguni. They know Anajua that this you are going through, kenye unapitia leo you will have to go through. utakipitia, This was happening to you. itakuwa You will have to go through it. utapitia hiyo, And it is for a particular na time. ni ya wakati tu, It is for a reason of a time. ni ya wakati tu. Because God wants to use your situation Anataka kutumia hali that zako He may be glorified, ili apate that kutukuka, He may be lifted ili up, apate that kuinuliwa, the world will know that there is God na ulimwengu wote because of your situation, kwa sababu ya hali that zako. the world will know Kitu ambacho tunajua there exists God, kuna Mungu, and this God that exists, na Mungu huyu He can anaendelea, let you go, atakuruhusu but wewe, He know how you will come back. atajua venye So utarudi. this God Huyu Mungu is a promising God. ni Mungu wa He's ahadi, a God that will never fail ni you. Mungu ambaye He will never hata forsake you. hata kuacha, Even if you walk hata kama in the utapita shadow of the death of the katika valley of uvuli- death, katika bonde la uvuli wa He mauti, will still lift you up. atakuinua, He will still win battle for you. atakuwa pamoja na He wewe, will still conquer your enemies. atawashinda He will maadui, bring them down. atawaleta He chini, will let them down atawaleta for chini your sake. kwa sababu He ya says, the anasema nation I'm going to take you mataifa to, na ukwe it is already occupied by imeichukuliwa 7 nations na mataifa that are powerful, ambao that are stronger, wako na that nguvu, are numerous than wako na you. uwezo. But me personally, Lakini mimi your God, mimi Mungu wako I will take you there. nitakuweka I will kule, destroy your enemies. nitawaharibu maadui, I will bring them down. nitawaleta I will chini, destroy their altars. nitawaharibu maadui, I will destroy their pillars. nitawaharibu, I will destroy their livelihood, nitaharibu maisha, so that I may give you ili the nikuchukue land, not because of you, katika hicho but sababu yako, because of your ni fathers. kwa sababu ya baba Because zako, I promise your kwa sababu father nilikuahidi that I will let you go, ya kwamba but nitakupata I will uende, bring you out nitakutoa because nje of my sake. kwa sababu So yangu. God sometimes, Wakati mwingine God makes arrangements. Mungu hupanga mipango, God organizes with people. Mungu hupanga mipango na watu, He discusses with your parents, anaongea na wazazi wako, because he discussed with Abraham aliongea na Abrahamu and agreed with Abraham. na wakakubaliana na I Abrahamu am going to give you a generation, ya kwamba kizazi chako, but please allow me lakini niruhusu to use that generation nitumie kile for kizazi my glory. kwa sababu utukufu So wangu. there is something that was agreed upon about your life, Kuna vitu Mungu aliangiza and God agreed with them na Mungu that akakubaliana na I am wao, going to give you this, nitawapa hii, but please, lakini wao at appointed time, wakati wake allow me nikuruhusu to use this thing I'm giving you niutumie hii for my glory. kwa sababu ya utukufu wangu. Sometimes people get worried Wakati wengine watu that my wanaogopa husband Wakati is mume not wangu happy with me, hajafurahia sana mimi, that my children are not watoto wangu performing, hawafurahi na hawanipendi, that my business is not working, biashara yangu haifanyi, that my life is not maisha good, yangu si sawa, that my body is mwili not wangu si good. sawa. You need to go back Unapaswa urudi nyuma and seek to know na utafute ujue whether there is a time God spoke to your parents. Mungu alizungumza na wazazi wako. You got to go back Unapaswa urudi and nyuma seek to know whether God spoke to your great parents uone kama Mungu alizungumza na and mababu had an agreement. na wao wakapata na I mapatano. will give you a generation, Nitakupa kizazi, but I will take the generation away nitachukua kile kizazi for my glory. kwa sababu ya utukufu For wangu, my glory. kwa utukufu wangu. Seek to know Tafuta whether you are a vessel maybe kama wewe ni to chombo, be used for the glory of God. usikie kwa Seek to utukufu know. na utafute. Don't hate
yourself. Usijichukie. Don't look at yourself like I'm finished. Ujiangalie ujichukie tu. He said, God has forgotten me. Ya kwamba Mungu ameniacha. Go and seek from your great parents. Enda utafute kwa babu What kule. was the relationship with the great parents with God? Mapatano ile ilikuwa namna gani na What is that? What's their agreement? Walikubaliana aje? Abraham had an agreement. Abrahamu akawa na God told Abraham, I'm going to give you a baby. Mungu akamwambia Abrahamu nitakupa mtoto. And it's only a baby. I'm not giving a generation Nitakupa mtoto, nitakupa that will kizazi come out of you. kwako wewe. But I'm going to use this generation Kizazi. for the sake of my glory. Kwa sababu ya utukufu. Because I have given you Ambacho nitakupa a generation. kwa I kizazi. have given you Ambao nimekupa. a generation. Kizazi. I have given you Nimekupa a generation. kizazi. But this generation Na hiki does kizazi not only belong to you, si yako tu, it also belongs to me. ili yangu mimi. Therefore, you use it now. Wewe itumie But sasa. at some point, Na wakati I will pick it for my use. nitawachukua kwa sababu Because I want to glorify kwa sababu nataka myself. kujitukuza mimi. I want the world to know Nataka that ulimwengu I am ujue your God. ya kwamba mimi ni I Mungu want wako. the world to Nataka know ulimwengu that ujue you are my ya son. kwamba wewe ni wana. That you are my make. Wewe ni I tongo. made you. Nilikufanya. And therefore I want people to come and believe you. Nataka watu wakuja At kuamini one point, ya kwamba when I send you, nilipokuwa they will know that watajua I send a man of God. nilituma mtu wa Mungu. Therefore, what is happening in your Kenye life? kinakufanyikia kwa It is maisha not to destroy you. si ya kukumaliza, It is not meant to bring you down. si ya kukuleta My chini. dear sister, Dada yangu, you are not perishing. hautaisha. My dear brother, Ndugu yangu, you are not perishing. hautaisha. God is just preparing you. Mungu anakuandaa. He's taken it. He has taken it to his personal kwa gain. sababu yako. Because when God gives you, Wakati Mungu alikupa, you never requested for it. haukuiuliza He kwake. just decided it is good Aliamua kama ni that sawa, I bless this person. wacha nimbariki huyu Out mtu of the blessing, kutupitia baraka. when he decided to come and say now, Hasa akafika I akasema, also want to have a share of my own sasa nataka making. tugawane share yangu. Just allow him. Mruhusu. Why we have failed in our lives? Kenye kinatufaa tu It fail is because we have refused kwa sababu tumekataa to return it back to God. kurudisha kwa, Because God, kwa sababu Mungu when he created alipoumba in his mind, kwa mawazo he yake said alisema, that I am going to also share. nitachukua This sehemu is my vessel hii, ni sehemu that yangu, I'm going to use nitaitumia at particular time. kwa wakati So wake. when he comes back and Atakapokuja, says it is my time hii ni wakati wangu to use my people kuchukua na for kutumia my glory, kwa sababu ya utukufu do wangu. not deny. Watu hawaka, God has called you Mungu now alikuita. to come and serve. Sasa You've been serving the devil. maybe unaweza kuwa unatumikia shetani. You have you have been serving the devil Umekuwa ukitumikia shetani because you have not been right with kwa God. sababu haukuwa sawa na Mungu. Because you've been going combo combo. Umekuwa ukidaiva. Now when the time comes, Na sasa wakati he umefika, calls you now. amekuita. He tells you from today, Amekwambia kutoka I'm going leo to use you. From nitakutumia. today, Kutoka leo you're my vessel. wewe ni chombo. You're under my control. Wewe uko chini ya You're ulinzi. under my arrangement. Uko kwa You're mpango under wangu. my plans. Uko kwa mpango You're wangu. under my systems. Uko kwa So system let yangu. us go together. Wacha twende pamoja. Allow God to use you. Ruhusu Mungu akutumie. Allow God to use you. Ruhusu Mungu Because at akutumie. the end of the tunnel, Katika siku za at mwisho, the end of the tunnel, siku zote God will be glorified. kila kitu kitakuwa kwa You utukufu. too, Wewe you are going to be glorified. And utatukuzwa. they will say, Na atasema, indeed, you have a mighty God. wewe ni Mungu. They will say, Watasema, indeed, yes, you have a mighty God. kuna Mungu mbinguni. Because he has allowed, you have allowed God Kwa sababu to umemruhusu Mungu use you akutumie. for his greatness, Kwa utukufu for wake. his Kwa love, ukuu wake. for his championing, Kwa sababu ya uchungu for wake. his victory. Kwa sababu ya ushindi You wake. have made God Umefanya to Mungu be seen aonekane. that he is a mighty Yeye God. ni Mungu mwenye uwezo. Remember the children of Israel Watoto wa were Israeli operating walikuwa with the pale other gods. na miungu They were mingine. working with other gods. Walifanya kazi So na the miungu children mingine. of Kwa Israel, hivyo wana wa they Israeli didn't know any other God. hawakujua Mungu Because mwingine. they were born there, Walizaliwa and the kule. ones that were born there died there. Na wale And the people that knew about na God, wale walijua Mungu they had already died. So wamelikufa. there was nobody to tell them about the new God. Hakuna mtu There angewauliza was Mungu. nobody to tell them about their God. Hakuna mtu There angewaambia was kuhusu nobody to Mungu tell them wao. about Abraham. Hakuna mtu There was angewaambia mambo ya nobody to tell Abrahamu, them about Isaac. hata There was Isaka, nobody to tell them about Jacob. hata They Yakobo. only lied. Wote wali- They only lied wote with walitegemea the gods of Egyptians. na Mungu wa And Kimisri. because Na kwa sababu God had reached a point kwa sababu Mungu to
destroy this God kuharibu hii miungu. because he wanted him alone to be worshipped. Liwe tu alipaswa That is kuabudiwa. why he has chosen you That's why to aliwachagua help him to destroy this God kumsaidia kuharibu so miungu that he can be glorified. ili apate That utukufu. is why he's prepared to see your face Ndio smiling. anakuandaa leo, That is why when he's speaking to you, ndio he's anakuongelesha telling leo, you tonight that I anakwambia want to use you nataka because nikutumie it is my time. kwa sababu ni wakati That wangu. my people have been misled. Watu wangu They have been wameongozwa, taken away. They have been taken away by Wamechu- other gods. wamechukua miungu Now mingine. I want you. Nataka sasa I wewe, want you today nataka wewe to leo help me na unisaidie return my people back to me. kurudisha watu wangu What kwangu. a wonderful thing. Jambo kubwa When hili God chooses you la kwa Mungu for amekuchagua his kingdom, kwa sababu ya that ufalme his wake, kingdom can be glorified, ili utukufu that his people can come back, na utukufu that his urudie. people can be enjoined Na to watu him. wake wapate Just kufurahi. imagine Imagine. that God has chosen you for this Mungu time, amekuchagua kwa has hii, given you these privileges, amekupatia that he nafasi want to walk alongside with ili him utembee, as you bring his people back, kuleta watu wake as you back. change the situation, Na ubadilishe. as you change the country, Na as you change the life of Na people, ubadilishe that maisha. God has chosen you. Mungu amekuchagua. There are many other people that he could have chosen, Hey. but God has chosen you. Mungu amekuchagua He has wewe. decided that Ameamua. you are part of what I want to use. uwe sehemu ya kile nataka kufanya. It's amazing. It's amazing that God at this time can choose you. Wakati kama huu anaweza At kukuchagua, this time he can pick on you wakati kama huu anaweza and kukuchagua say, now na aseme sasa, I am going to use you. nataka kukutumia You are my best vessel. wewe, ni chombo changu You are nzuri, my best vessel. wewe ni chombo And changu, I gonna use. nitakutumia wewe, I'm going to use you. nitakutumia. Just imagine Imagine a person who can do that Warwingi, mtu kama Dora Waruingi that God chose, alimchagua, that he is part of what he's gonna do, ni sehemu ya kile Mungu anataka kufanya, that he is part of what that is going to happen in this country. kile kitakachofanyika katika And what is going to happen to this country will affect the entire Africa. na kile kitahappen And what nchi will happen to Africa will affect the entire world. itafanyika Afrika, ulimwengu wote, That this man, ya kwamba mtu huyu Ndura Warwingi, Dora Waruingi a former Mungiki leader, ambaye alikuwa kiongozi wa a Mongeki, bad person, mtu mbaya kiasi hiki. if you there's a time Kuna wakati when children refuse to eat watoto walikataa kula at their places of home katika sehemu za and nyumbani, they were not eating, hawakuwa na wanakula. the mothers will tell them, Mama atawaambia, I'm going to call Ndura nitaita Dora, and you are going to face it. mtakuja And kuona. the baby will go very fast. Na mtoto And they atakimbia ate very fast na kule kwa haraka, because Ndora is coming. kwa sababu Dora You anakuja. see how God is amazing? Unaona Mungu venye kwa He ajabu, he used me to make people eat. atafanya watu wakule. Children are healthy today because of Ndura. Watu wanakula leo sababu ya Just Dora. imagine you being a vessel Yes, that can be used in anything, anaweza tumia kwa that can kila, be used for everything. anaweza tumika kwa kila That kitu. children ate. Hata watoto wakule And chakula, some others children na watoto who wa had refused to go to school, waliokataa kwenda they shule were told by their parents, waliambiwa na wazazi if wao, you remain at home, mkikaa Ndura nyumbani is coming. Dora And anakuja, if he finds you home, he akiwapata will nyumbani cut your head. atakata. Oh, the children went to Watoto school. wote wanaenda shule. Oh my God. yes. Oh my God. My That God. there are people in school today Kuna watu wako shule leo because of Ndura. kwa sababu ya There are Dora. people who are healthy today Watu ambao wamesoma, because there are people who are healthy today kuna watu wako na afya leo because of kwa Ndura. sababu ya Dora. Just ask your neighbor. Msiguze Have you jirani, ever been used by God? mwambie utatumika na Have Mungu. you ever been used by God? Wewe utumika na Mungu Because in any way, kwa njia yoyote in ile, any way, kwa njia yoyote God used me. alitumia wewe, Oh my God. Oh, yes. In any way, kwa njia yoyote in ile, any way, kwa njia hiyo God used me. Mungu akamtumia. It reached a time. Ikafika wakati There is this man called Keheka Kemani. kuna mzee aliyekeheka Kimani, The father to Susan Keheka. baba wa Susan Keheka. Keheka Kemani went to President Moi. Keheka alitembelea And Moi he told Moi, na akamwambia Moi, Mose, mdhuri huyo, do you know what? unajua nini? There is a very dangerous group kwena doru muno meku called Mogeke. maretwa Mogeke, It is led by a small boy. matogore neke mwanake nini, A boy that is
21 years old. kijana mdogo wa 21 years. These people are dangerous. Andũ acio nĩ ũru mũno. They have been given weapons Wamepatiwa vyombo vya by Koiwa Mwere. mahetũro cia bara nĩ They have koigwa been mwere. given weapons Wamepatiwa by vyombo Matiba. na They Matiba. have been given weapons Wamepatiwa by silaha Paul Moite. na Paulo They Moi. have been given weapons Wamepatiwa vitu by vya bad people. na watu wabaya. And these people are ready to overthrow you. Andũ aya metiarĩ gũkũgarũra. And Moi asked, Na Moi akĩũria kĩhika wa Kimani, why are they being given guns? na wakati gani walipatiwa guns? Why are they being given? Kwa niki gatumia maheo meshiga? Why are they being given? Sababu gani iliwafanya wapewe? Why are they being given? Niki Present. Maraheo niki. maraheo niki meshiga. Why are they being given? Maraheo niki meshiga. And Keheka told him. Na kĩhika akĩra Moi. Keheka for him, he was trying to make money from Moi. Kĩhika ndagũthondeka mbeca kuma kwĩ Moi. But he didn't know he was delivering a dangerous message No ndamenyaga araheana ndũmĩrĩri njũru to mũno President Moi, kwĩ Moi. which will change the nation. Yagarũria Because if bũrũri. there is any man who changed the nation, Kama kuna mtu alibadilisha it is Keheka Kimani using Dura. ni Kĩhika Kimani kupitia And Dura. he went to the president. Na kaenda kwa And president. when he told the president, Akamwambia when president. these things are happening, Mambo haya inapo and these things, people are equipped, watu and wamepewa they have guns, wako na he asked Keheka Kimani, akamwambia Kĩhika Kimani what do they want? wanataka nini? Kimani told Moi, Kĩhika akaambia Moi, these people, andũ aya they are bad. andũ atiega They are not good. andũ atiega And don't listen to them. na ndo kama We thikĩrĩrie need to kill them maenda tena kupata because they are dangerous. tutorutia ndwega. Then Moi asked him, Moi akĩũria Kĩhika what is their demand? marenda kĩha. Have you heard them? What is their demand? Nũraigua kĩrĩa takĩrĩa marenda? Why are they being weaponized? Maraheirwo indo cia bara nĩkĩ? Keheka told him, Kĩhika akĩra Moi, Muse, mũthuri ũyũ they are asking something that cannot be heard, maretia kĩndũ gĩtangĩoneka, something that cannot be done in this kĩndũ country, gĩtangĩkĩka. something that is beyond. Then Moi asked him, Nake Moi what akĩ- is this something? na kĩndũ gĩkĩ nĩkĩ? There are people in your life Kuna watu kwa maisha who yako do not want to let you go. hawataki They wewe, don't want to pass the message. hawataki kupeana, They don't want you to succeed. hawataki wewe They ufaulu, just want you to die. watataka But ufe. God has a good plan. Lakini Mungu ana mpango mwema. God has a good plan. Mungu ana mpango He mwema. keeps asking you, Anaendelea my kukuuliza, daughter, msichana, how do you want me to help mwanangu, you? wataka nikusaidie How do you want me to bless you? Wataka nikubariki My nini? son, Mwanangu, how do you want me to bless you? Unataka nikubariki I nini? want to lift you up. Nataka But nikuinue. tell me, how do you want Lakini it? nataka ni So uniambie. Moi insisted. naye Moi And akasukuma, they asked Keheka, akamuuliza Kĩhika what is Kimani, this that they want to change? atwane kĩmara kũgarũra. Then Keheka told him, Kĩhika akĩra Moi, Mzee, hata nikikwambia, akimwona hiki I know your mind. You najua can't agree with them. hauwezi kuwaruhusu, That, may we told, but tell me. niambie tu. Then he told him, Naye they akamwambia, want you to change section 2A, wanataka ubadilishe that we may have political parties. section 2A, Then Moi asked, is that only the problem? na hiyo ndio shida tu kubwa, That is why they have the guns? ndio wanakona bunduki. Then he summoned the NSIS guy. Naye akatumana He summoned his trustees. na akatumana kwa wale ambao He waliwaambia, summoned Beregatunyi. akatuma huyo mtu, He summoned Biwot. akamsummon He Biwott, summoned the people around him, akatumana wale the wali- kitchen cabinet. na hao watu wengi, And he asked them, naye akawauliza, did you hear what Keheka is saying? umesikia venye Kĩhika amesema? Then they told him already it is true. Naye akajua kabisa hii ni And kweli. these people are getting armed. Na hao watu wako And tayari. this nation is coming to down. Sasa hii, Then he asked Biwot, naye akamuuliza Biwott, are you aware of their leader? unajua kiongozi wao ni He nani? was told Akaambiwa he's a very young boy. ni kijana mdogo, And how he got to this, na sasa ndio we kutoka are not able to understand. hatuelewi He hii. called Joseph Kaguthi. Akamwita Joseph Kaguthi. Kaguthi was the PC of Nairobi. Kaguthi alikuwa He baptist, asked Kaguthi, na akamuuliza, have you heard what Keheka is saying? umesikia venye He Kĩhika amesema? told, yes, indeed, sir. Akasema ndio, There is a group called Mugeke. kuna kikundi kinaitwa And Mugeke, this group is not good. na hii kikundi si God kizuri. will use your enemies Mungu atatumia to maadui wako magnify you. ili To wakuinue, magnify you. wakufanye uwe Because then I was only 21 years. hata kama And I was magnified nikapata that kuinuliwa. Moi got so scared. Moi akawa muoga, So scared of me akawa muoga that kiasi he
asked every person in his government, akauliza kila mtu and he sought the advice. na akapata He sought the advice. akatafuta mawaidha. And he said, what can we do? Tutafanya nini? He called George Saitoti. Akamwita George He Saitoti, called Kamotho. akamwita He Kamotho, called many people in the government. akawaita watu wengi kwa And they cabinet. asked them, what can we do now? Akauliza tutafanya nini na hii And mambo? Kamotho told him, Na Kamotho akamwambia, this matter is not a loving matter. hii jambo si I'm nzuri. being told Akaambiwa that boy, huyu jamaa, sometimes he becomes green, huyu mtu the other time is yellow, wakati mwingine anabadilisha, sometimes he's a woman, ni another mama, time he's a man, wakati mwingine ni mwanaume, sometimes he's a donkey, wakati mwingine ni yuko, another time he's a fly, wakati mwingine ni kama another time he's a mosquito. wakati mwingine ni kama So mosquito. Kuria Kanyike told him, Kuja Kanyike akamwambia, if he can turn to be a mosquito, kama anaweza badilisha kuwa mosquito, Mzee, mudhuri, are you safe? wewe A mosquito will come to your house. mosquito anakuja kwa nyumba yako, You are not safe. wewe So he asked, what do we do? tutafanya nini? They told him, Akamwambia, let's change the constitution. situbadilishe hii sehemu, Let's give them what they want. wapatie Kenya We wanataka, will show you how to continue ruling. watakuonesha venye And the kuongoza. more he was happy, Na Moi akafurahia, he agreed to change the akakubali constitution. And kubadilisha, he went somewhere and announced, akaenda mahali he said, I'm going to change it. akasema nitabadilisha And hii, see how many surufurias will be in your house. na hakuna sufuria. But remember, Lakini who kumbuka, was used? ni nani alikuwa Who was ametumika? used? Ni nani aliyetumika? I was used. Nilikuwa natumika. In my dark places, Katika hiyo siku in ya- my dark dungeons, Katika hiyo sehemu. when I was a nobody, Wakati sikuwa when kitu. everybody looked at me and they saw Wakati useless mtu aliona- person, God was using Mungu this alikuwa useless thing akinitumia mtu to make changes in the country. kubadilisha katika That taifa. things could not be able, Matiba could not be able to scare Moi. Hakuna mtu Koigi alikuwa was unable to scare Moi. Moi hakuogopa. There was one man Lakini kuna mtu in mmoja this nation katika taifa that hili was prescribed ya kwamba that he can become a mosquito. ya kwamba anaweza He can badilika kuwa become a mosquito. fly. Anaweza kuwa He can inzi. become a donkey. Anaweza kuwa donkey. He can become a cow. Anaweza kuwa And this paka. man is dangerous. Na huyu mtu ni I want mbaya. to tell you, Nakwambia. in the spiritual realm, Yeah. you are not an ordinary person. Yeah. You are not an ordinary person. Wewe si mtu wa You kawaida. are going to bring the change in your family. Utabadilika. You are going to bring the change in your family. Utaleta You are mabadiliko. going to bring the change in your mother. Utaleta mabadiliko You are going to kwa change bring in your business. Utaleta In this mabadiliko. country, you are going to bring change. Utaleta You mabadiliko. have the power. Wewe una- You have the authority. Uko na You uwezo. can conquer. Wewe ni wa You conquer. can win. Wewe una Even uwezo. if you are small, Hata kama it ni doesn't mdogo. matter how small you are yeah. or how big you are. Hata You have the kama- capacity. Uko na You have the uwezo. capacity. Uko na uwezo. You have the capacity. Uko na uwezo. You are going to make it. Utaweza. You are going to succeed. You are Utafaulu. going to win. You are Utaweza. going to save generations. Utaokoa mataifa. Generations will come to In the name God of Jesus. because of you. Kwa sababu wewe. God is an amazing God. Mungu wa ajabu huyu. God is amazing God. Mungu ni Mungu wa ajabu. He knows how to handle things. Anajua kuangalia He vitu. knows how to look at things. Anaangalia vitu. When people look at you as a dying horse, Wakati watu wanakuangalia. God is seeing you in a different way. Mungu anakuona kwa njia nyingine. This man called Gideon, Mtu anaitwa he Gideon. was living in caves. Yeye alikuwa kwa pango. The Midianites, Wa and Midiani the Amalekites, na Amerika and the Jebusites, na Waegypti and the Hittites, na Hit and the Girgashites, na hata all these people, hawa watu they were wote so powerful. walikuwa na They were uwezo, fighting there, walikuwa wakiwapiga, and they were waiting walikuwa wanagoja until they go. ili waende They till their shambas, wafune kwa mashamba yao, they till their shambas, walime mashamba yao then they plant, na wapande then they palilia, na wapalilie. then once they are ready to harvest, Wakati imefika tu wakati wa that is mavuno, the time hao ndio wakati the Midianites wa Midiani will come to take the wanakuja harvest. kufuna, They will come to take the wanakuja harvest. kuchukua mavuno. Gideon because of fear, Gideoni kwa sababu ya uoga, and Joash because of fear, kwa sababu ya uoga, and the entire team because of fear. na hizo vikundi They zote sababu ya will, they uoga will operate in caves. They wali were not able to come out. hawakuweza They kutokea, lived in caves. walikaa kwa They mapango, harvested in caves. walivuna The wakiwa kwa mapango. Midianites will come with their chariots Midiani walikuja na vitu vyao vya and farasi their donkeys na punda zao and their horses na hata and farasi their weapons na silaha to come zao, and take away wakuja wachukue what they never planted. kenye There are hawakukipanda. people here Kuna watu that hapa
are operating wanafanya in a life of fear. na roho ya Then uoga. your work is to work. Kazi yako tunapofanya, Your work is to work. kazi yako ni kufanya, Your work is to work. kazi yako ni kufanya. You work, you work, you work. Unafanya na unafanya na But when it unafanya. comes to eat, Ikifika ni wakati wa the kukula, Midianites are here. wanaingia, They come to take the wanakuja harvest. kuchukua, Because you are not kwa protected. sababu wewe si, Because God is not on your side. kwa sababu Mungu si yuko And pande they yako. come, they take anything. Wanakuja wanachukua kila kitu Until such a time, mpaka wakati God saw my children. Mungu akaona wanangu I have a promise nina ahadi na hawa watu with their father, na mababu baba Father zao. Abraham. Abraham I have a promise nina that ahadi your ya children, kwamba watoto wao your children's enemies will never prevail over them. hawatashinda. You need only to activate Kile ni kufanya the tu promise of God. ahadi za In Mungu. your life, there is a promise of God. Katika maisha yao In kuna ahadi ya whatever you do, there is a promise Kenye of God. unafanya kuna ahadi ya Mungu. In as you are, God has a promise with you. Don't worry, He never spoke to you. He spoke to your mother. Yes, Don't worry, He never spoke to your mother. Aye. He spoke to your grandmother. Hakuongea kwa baba Don't yako. worry, He never spoke to your Usijali grandmother. hakuongelea kwa He mzazi. spoke to your great grandmother. Aliongea na wao. But what matters, it is not when it was spoken. Haijalishi It is a iliongelewa. promise. Ni Already it is spoken. Iliongelewa. Don't worry on what's happening in your life. Kile Don't worry on what is going through. Usijali It kile has already unapitia. been communicated that you unawasiliana. will be rescued. Utakuwa- You will be lifted up. Utaokolewa. You will become. Utaokolewa. You will succeed. Utafaulu. You will win battles. Utashinda You will vita. conquer them. Utawashinda. Those who plan against you, Wanaopanga you mabaya will kinyume conquer them. utawashinda. You will win every battle. Utawashinda. He will make you win them. Watafaulu. He will make you subdue them. You will subdue them. Utawaleta You will chini. subdue them. Utawashinda. You are going to dominate them. You are going to conquer them. Utawashinda. They will never be above you. Yes. They will be under your feet. Yes. All your Watakuwa enemies, chini ya they will be miguu under your feet. Watakuwa They chini will ya be miguu yako. destroyed by God. In the name of They will be Jesus. destroyed by God. In the name of They are Jesus. going to be under your feet. Watakuwa chini ya Don't miguu worry. yako. It is a current situation that you are in. Wakati But unaoishi. tomorrow, you will never be the same. haitakuwa ya kawaida tena. I want to tell you tonight Nataka nikwambie leo, that God of Isaac, Mungu wa Isaka, God of Abraham, Mungu wa Abraham, God of Jacob, Mungu wa Yakobo He knew alijua that Gideon was existing. ya kwamba Gideoni ataendelea, He knew that Gideon was existing. ya kwamba Gideoni ataendelea. And he knew Alijua that the children of Israel ya kwamba wana wa are Israeli existing. wataendelea, And he remembered, na I alikumbuka have a promise nina ahadi with their fathers. na baba zao. When God has a promise Mungu akiwa na ahadi with you, na wewe, don't worry of what they tell you. jali kenye Don't wanasema, worry of what they say about you. jali kenye wanasema, Just keep to the promise. Wegea Just kwa- release yourself to the promise. wewe kuwa If free God kwa said you are going to get married, Mungu atabaki. you are going to get married. If Utaolewa. God said you are going to become Kama big, Mungu alisema utakuwa- you are going to become big. Utakuja mtu Keheka Kemandi Yes. was telling the president, Kimani. the only thing we can do, Kenya it is tunafanya to tu kill this boy. ni kuua huyu jamaa. But there is a big mistake he did. Kuna makosa walifanya. The enemies will be confused. Maadui They watachanganyikiwa. will not know. Hawatajua. They will say things Watasema mambo that will stop their plan. ya kwamba The wazime. enemies will plan against you. Maadui watapanga kinyume But na wewe. as they plan, they will Wakipanga make statements wataandika that will statement scatter their ya plans. kwamba They themselves, waambie they will scatter themselves. atawata They themselves, wao wenyewe they will scatter themselves. Wata- They will scatter their plans. watajimaliza. They themselves, Wao they will wenyewe scatter their plans. watapigana wenyewe. You are not going to fight them. God is going to fight them. Hautawaona. God is going to scatter their plans. Utawaona. They are planning to eliminate you. Mipango yao. They will scatter the plan. Utawa- When Joseph was about to be killed Joseph by alipofika the brothers, na ndugu one zake, brother ndugu yake One mmoja, brother ndugu yake came mmoja and told him, akaja akawaambia, and he told them, akawaambia let us not kill him. tusimuue Let jamaa, us not kill him. tusimuue Let huyu, us sell him. wacha Oh my tumuue. God. Oh my God. God will scatter their Tena plan. watiomoza. God will scatter their plan. Mungu atapanga. As they are planning, Wanapopanga. God will come in them. Mungu And atawageuza. he will use one of Na them atawatia ndugu that yao. are planning against you. Mpango. He will scatter them. Katika. He will disperse them. Atawanya. Keheka. Yes. Keheka. Keheka Kimani As he was planning, alipokuwa he made akipanga, a serious mistake. akafanya makosa He makubwa, told Moy, akamwambia Moi, this is a very young boy. huyu ni kijana But mdogo the most dangerous part of him, na ni mtu basi he can become a mosquito. anaweza kuwa umbu.
he can become a mosquito. anaweza kuja kuwa So, and another dangerous thing, na ile kitu that mbaya is, sana. he can become a chicken. Hata anaweza kuwa kuku. And he can become a goat. Anaweza kuja kuwa kama buzi. I hear they were eating a goat. Nikasikia wanakula buzi. And then Beregatuni said, Anataka Kenya kasema. could we are eating him now. Tunakula ile jamaa. They stopped eating the meat. Wakaanza kukula buzi. Then a mosquito came. Naye msikutu akaja. Moi said, Moja akasema. could it is him now. Kuna uwezekano msikutu ni This guy jamaa. could be monitoring us. And then Kemani thought Moi is getting scared. Keheka akafanya Moi aendelee kuwa muoga. No, Keheka thought. Keheka akafikiria Moi is getting more scared. Moi anaendelea kuwa So he muoga. tried to pump more lies to him, Akaendelea kumdanganya thinking that he's winning him. ili aweze But he continued to confuse Moi. akaendelea kumchanganya Moi. And Moi became so curious Naye Moi akawa that he will want to meet this man. anataka kukutana na huyu jamaa. Keheka wanted me dead. Keheka alitaka But nini? he changed me from a human being Alibadilisha mimi kutoka kwa to a mosquito. kuwa So mdudu. nobody was able to kill me. Hakuna mtu angeweza I kuniua. flied here. They have made you a mosquito. Wamekufanya That is kuwa- why you are able to survive. In the name of That is Jesus. why you are able to move to Ndio places. unaweza go That is why you are able to go. Ndio sababu Some other people watu wengine have made you to become a lizard. watakufanya uwe That is kama why you are in state house. uko state Some house. other people Watu wengine have made you to become cockroaches. watakuwa kama That is cockroach. why you are in kitchen of Hiyo Ruto, ndio unakuwa kwa eating kitchen ya food that Ruto eats. Unakula They are chakula. going to make you Watakufanya- look like you are cockroach. Cockroach. But they have made you to Wanakufanya get where they Wana- cannot get. uingie mahali ambapo Oh my hawezi. God. My God. Your enemies will plan. Maadui wako They will organize. wataorganize. They will plan. Watapanga. They will do it. Watafanya. But the time of executing it, Wakati wa they will be confused. Watakuwa. They will be confused. Watachanganyikiwa. They will be confused. Watachanganyikiwa. I want to speak to the Gen Z. Watachanganyikiwa. How many Gen Z are in this house? Watachanganyikiwa. Wherever you are watching me, I want to speak today. Watachanganyikiwa. You are men of God. Wewe ni mtu wa- You are not idiots. You are not idiots. Wewe si mtu wa- You are a man of God. Wewe ni mtu wa Mungu. A chosen generation. Aliyechaguliwa. For this time, Kwa sababu you are a chosen generation. A generation for this time to liberate the world. You are not goons. You are not criminals. You are a generation. A generation blessed by God. A generation for this wonderful time that you are going to be used as mosquitoes. You will be used as cockroaches. You will be used as something useless that you are going to conquer. Do not worry of the Pharaoh. The Pharaoh is going home. The Pharaoh is going home. Oh yes. In the name of Jesus. Tell. Yes. Give me the next verse. Nipatie hiyo ingine. Oh my God. My Father. Oriama shandala bozaya. Riaka bobozenda. In the name of Jesus. Listen. Sikiza. Maana Sababu Farao atafikiri. atafikiria weshini. Maana Tondore Farao atafikiri. niye weshiria. Maana Tondore hiyo shida unayoipitia mathina macio uragera itafikiri niye weshiria. washakukamata. Atakukamata. Maana Farao atafikiri. Mwambie niba yako. Jirani yako. Mwambie niba yako Jirani usio. that God will make Farao Mungu Farao to think hey, you are just hopeless. wewe mtu bure. You are useless. Wewe mtu bure. You got no power. Wewe mtu You got nothing. wewe. How wise? Yani, maana Farao Kwa sababu Farao atafikiria niye weshiria. hao Waisraeli wanatangatanga. Maroro raga kowero hivi. Wanakorora. Yani umeonekana useless. Wanakuona hopeless. They are saying you don't have a future. They are saying you are unemployable. They are saying you cannot succeed. They are saying that you cannot make it. Yani Farao alisikiria wanatangatanga. Oh, wanatangatanga. Oh, wanatangatanga. They don't have a plan. Hawana misimamo. Hawana agenda. Hawana kitu. Oh my God. Ati hao Waisraeli wanatangatanga. Nalo
hilo jangwa limewazuia wasiweze kutoka. Yani Farao atafikiria, Farao ageshiria at because you are sick, tondu we murwaru you are going nowhere. ati ndurathie handu At because you are jobless, tondu nduri na wira you are going nowhere. ndurathie handu At because you are from Mungiki, tondu wari wa mugi you are not going to nduri place. handu urathie. Hallelujah. Haleluya. Ati sisi kama mnasoma vizuri. Yani maana Farao Tondu Farao atafikiria ni ageshiria hao Waisraeli Aisraeli acio wanatangatanga no kurura hapo kwa hiyo jangwa. oko weru-ini Na hilo yani naguo weru ucio bai mutige. Sasa hii ndio jangwa. o niguo weru Yani tunatakataka. ni kurura Maana jangwa limetuzuia. tondu weru ni Hatuwezi kuenda. weru ni tunigiririe Jangwa limeweka weru ukuta. ni Hatuwezi kuenda. atikiota wothie. Jangwa limeweka ukuta. Oh yes. Farao amewekwa akili, Farao yaketwa meshi akafikiria watu hawaendi. ageshiria ndo batira. Nataka nikwambie, Oh yes. maadui wako wamewekwa akili ndio wasikupangie. Maadui wako wamewekwa akili ndio wasikupangie, na wasijue unaenda wapi, na asione victory. Ndio kwa maana unaoneka mjinga. Kurura weru-ini. Do you know what? I don't know whether you got this. Tikana no ita undu uyu I don't know. I'm seeing that it's like you never got this. ndio tutanyita ndeto ino That God created an imaginary world. Ngai agitonga ruthingo That God created Ngai agithondeka an imaginary desert. weru tu wa hinahi. Pharaoh looked Farao akirora with his eyes na maitho make and akurite he saw a desert. akiona weru And then he said, nake akiuga atiriri these people are going nowhere. andu a matirathi handu And that's where they are tangatangari. na nikio maratangatanga And there was no jangwa. na hatiere In weru Egypt there was no jangwa. In Egypt was live and die. hakukuwa na There was jangwa. no jangwa. Hakukuwa na Your enemies will be made to see things they are not existing. Maadui wako wataona vitu hawajawahi kuona. Maadui wenu wataona vitu ambavyo haviko na wataogopa. Yes. Hallelujah. Yani maadui wa Misri walifikiria jangwa limewashikia. Wakaenda kulala. Mageni Kumbe magikoma. Mungu anakutayarisha. Ngai arakuhaririria. Kumbe Mungu anakupanga. Ngai arakubanga. Kumbe Mungu anakupanga. Ngai arakubanga. Wow, Mungu anakutayarisha. Hallelujah. Huyu Mungu anakupanga. Mungu anakupanga. Ndio kwa maana ameshika maadui. Amewaambia kaeni. Akaambia Kule kaeni. kuna jangwa, wacheni kuenda. Yes. Kumbe si jangwa. Ni Mungu amewalalisha. Maadui wako wamelalishwa. Yes. Maadui wako wamelalishwa. Hallelujah. Ndio uweze kujipanga. Ndio uweze kujiorganize. Ndio uweze kujipanga. Uhote kwibanga nikio anyitite thu ciaku. Gideon Aliambiwa na Mungu, akirwo ni Ngai you man of mundu uyu wa Jabaita. mundu uyu wa bara Jabaita. jamba nene You man we mundu uyu of munene valor. mundu uyu munene wa ita. Remember, God is speaking to Gideon Ngai arariria Gideon immediately after coming from caves. thutha wa kuma thiini wa The nguruga caves of fear. nguruga ya guoya. He's just come out of the caves of fear. Arikia kuma nguruga ya Because guoya he was hiding. kwa sababu ni tondu ni ehithite Because of the Amalekites ni tondu wa and the Amerika. Midianites. Gideon was in terrible fear. Gideon ai na undu ucio wa kuona koinaina. Here down, people were looking upon Gideon. Andu kuria ground marara wa Gideon But Gideon was in a cave. na ke Gideon He nguruga-ini was fearing ena guoya that muingi he's going to be killed. ndakae kuragwo. When people were seeing Gideon, Andu makiona Gideon and Gideon was seeing himself as a coward man, na Gideon alijiona kama mtu wa kawaida as a coward man, mtu wa kibuoya, uoga tu and he was fearing na alikuwa na he uoga will not come out. hawezi toka kule. The heavens were seeing a different message. Guy I know they didn't get this one. amen. When Gideon Gideon was looking at himself riria eroraga we and mwenye he was scared, na akaria na guoya and he was so scared, ena guoya muingi he was so scared. ena guoya na koinaina kuingi. But the most unfortunate thing, Jambo ambalo ni la kudharura, the people behind him, wale walio kunywa nyuma yake they were looking upon him. walimwangalia Gideon. So you can imagine how fearful they were. Angalia penye wako If wao their leader was in fear, kama kiongozi wao ni muoga, you are following a already threatened leader. unafuata kiongozi ambaye ni muoga. And when he was asked, Na alikuwa akiulizwa
He said, akasema I am the least in my family. mimi ndiye mdogo kwetu kwa And jamaa we are the least in our clan. na sisi ndio wale wadogo kwa And kirani yetu. Gideon was least in everything. Gideon alikuwa chini na mdogo kwa Gideon was nobody. Gideon alikuwa mtu bure hoya. Gideon was nobody Hakuwa mtu tu here on earth. hapa ulimwenguni. And that is the statement of the earth. Na hiyo ndio statement ya hapa ulimwenguni. But in heaven, Lakini Gideon was known differently. mtu alikuwa tofauti. Gideon in heaven Gideon was known a man of valor. alionekana mtu He was known a mighty man. alionekana mtu When down here you know yourself useless. watu wanaweni When down here you don't know yourself. When people have done looked upon you. When people does not approve you. Here on earth, that is the plan of the earth. The plan of heaven. They know you differently. wanakujua They tofauti. know you as a mighty warrior. They know you as a mighty man. They know you differently. The heaven knows you different na from kujua. other people. Oh, You are yes. not an ordinary person. Wewe si mtu wa I want kawaida. you to tell this man. Nataka nikwambie wewe. Tell your neighbor Mwambie jirani that yako. you are not ordinary Wewe man. si mtu wa You kawaida. are not ordinary. Wewe si mtu wa kawaida. Tell him, Mwambie stop being a coward. usiwe mwoga. You are a mighty man of Wewe valor. ni mtu mkubwa wa You are Mungu. a mighty man of Wewe ni valor. mtu mkubwa wa Mungu. Ah! Ah! Hallelujah. When nobody can want to be associated with you. Kila mtu akikosa kuitanishwa na I wewe. remember when I founded the church. Nilipoanza kanisa, There's a man I met, a man of God. kuna mtu mmoja wa Mungu. And I told him I've started a church. Nilimwambia kwamba nimeanza kanisa. And he just breathed in and out. Alipumua ndani na nje. It's like he was dying. It's like he was about to die. Ni kama mtu alikuwa karibu kufa. The way he breathed Penye alipumua in and out, ndani na nje. it was a shock. Ni kama kitu kilimstua. He was shocked Akastuka to hear that I can open up a ya church. kwamba mimi naweza anzisha kanisa. Then he asked me, Na akaniuliza, you should have waited. ungegoja mtu wa Mungu. You should have waited. Ungegoja. You need like 20, 30 years. Ungegoja kama 20, 30 years. Because your name is still dirty. Bado jina lako si safi. Nobody can come to your church. Hakuna mtu anaweza kuja kwa chachi yako. Man of God, Mtu wa I gai. know you have something in you. Nijue wewe na kitu kinene dhidi But ya watu. if you can sit under a pastor No gikradhi wa mtu gate. and serve there No tugate hau. as an usher Kama mtu wa or a security man because you are masculine, mtu wa kutabu mlinzi. you can wait for 20 years. Unaweza kuja 20 years. And 20 years is not far. Na miaka 20 si mingi. Then I told him, thank you for your information. Nikamwambia asante kwa advice yako. And I'll look at it. Nitaiangalia nitaiangalia. And that is the day. It was on a Saturday. Hiyo ndio siku na ilikuwa Jumapili. I was going to Jimuliza. Nilieka Jumuliza. Jimuliza is a hotel in Buruburu. Ni hoteli kwa Buruburu. And they had invited people Nilikuwa nimeita watu that we launch a church. ili tuanzishe kanisa. And then Na hapo already people were in the meeting watu walikuwa kwa mkutano in a wanaandika hall kwa hall at Jimuliza. Jumuliza. But I met somebody downstairs in that hotel Nilipata mtu kule who chini. asked me to wait for another 20 years Anameniambia ningoje 20 years so that God can make me, ili Mungu akumfinyane I become that man. na utoke kwa ile. If I had agreed with him, Nikaangalia I will be in my 5th year, niko kwa 50 waiting for 20 years to nikingoja come. 20 years. Me, I told him I've heard you. Nikamwambia nimekusikia. I will revert. Au revert. I went straight to the meeting Nikaenda kwa and I mkutano. found 30 people waiting Nikakuta for watu me. 30. And these people, they did not come because they didn't know me. Si kwamba walikuja They bila had come kunijua. because they know me. Walinijua. And they want to be associated with my Wanataka vision. kuunganishwa na mimi. And they were happy for me. Walifurahia And they mimi. told me, Wakaniambia if there is any good decision you have ever kama made, kuna uamuzi bora This umeufanya leo. There are people in your life Kuna watu that maishani will come and distort you, watakuja that will come and divert you, Wakudivert. that will come and tell you things that is not Watakuja possible. vitu. But today I want to assure you, Lakini nataka nikuhakikishie. what God has put in you, Mungu it will akifanya. come to pass. Itatimia. It does not come outside the time. Yes. It will come within the time. Itakuja kutimia. Even if the naysayers come, Hata kama still itakuja. your time has come. Wakati umefika. Even if they reject you, Kama watakuja. your time has come. Wakati wako Even umefika. if they don't want to walk with you, your time has come. Wakati Even umefika. if they neglect you, Hata kama your watakuja. time has come. Wakati umefika. Even if they say they will not support you, kama watakuja. your time has come. Wakati wako Tell your umefika. neighbor, my time has come. My time This has is come. my time. Wakati This wa- is my time. Oh, yes. This is my time.
time, In my time. and nobody Hakuna mtu. Nobody Hakuna mtu. will change this time. Hakubadilisha wakati Nobody, huu. Hakuna. no weapon Hakuna fashioned mtu against me atabadilisha. that will prosper. Hakuna. No weapon, Hakuna silaha. no weapon fashioned against me that will prosper. It is my time. It is my time to be successful. It is my time to preach. It is my time to sit on the throne. It is my time to become. It is my time. Tell your neighbor it is my time. I don't know what is wrong with you. Tell your neighbor it is my time. 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 Hallelujah. Majira yangu. Don't worry Usijali of them that will come to you. wale watakao kuja kwa maisha They will yako give you a bad report. wakupe ripoti mbaya, But God has a good report. lakini Mungu ana ripoti njema. When they will say you cannot make it, Ukisema hautaweza, God says you're going to make it. Mungu anasema utaweza. When they say you're going to die, Wakisema utakufa, just tell them, waambie okay, I'm going to die. sawa, nitakufa. That is your report. Hiyo ni ripoti yenu. Let me go to my master. Wacha niende kwa Bwana He wangu, will tell me the actual report. nipatie hasa ripoti. That is preliminary report. Hiyo ripoti, That is a preliminary report. hiyo ndio ripoti iliyo sawa, Because at one day I will die. ya kwamba siku moja Let me, nitakufa. but let me ask my master. Wacha niombe, mlimuulize Bwana Is wangu, this time? wakati huu, Is this the time? majira haya ni yangu. Then go to your master. Enda kwa Bwana. And then when Gideon, Na wakati he Gideon was spoken to by his master, alipoongelewa na malaika, God told him, Mungu akamwambia, you mighty man, we mtu mkubwa, mighty man of valor, moto munene wa you baraika, are not going to use your army. dokothera itali You are yaku, not going to use your army. dokothera itali It yaku, is not your education that is going to be used. tige thombo gya kuge It is gote, not your money that is going to be si pesa used. kusigo gote, It is not how good you plan that you're going to tono wala use. weko faka. God told Gideon Mungu akamwambia that you are Gideoni, going to win this battle. utashinda hizi vita, Not as an army of 32,000 si kwa people, sababu ya wana vita, but you wewe alone. kama Joshua, kama You Gideon, alone. wewe peke yako, It is not the people behind you. si wale wako nyuma It yako, is not the people besides si you. wale walio upande It is wako, not the people on si your left. watu wa pande hii, No, you are light. hapa pande ya kushoto, No, by- hata upande wa ama wale wako hapa kule mbele. mbele yako. It is you. Ni wewe. I have spoken to you. Nimeongea na I wewe. have given you the mandate to you. Nikupatia sehemu. Nobody else, it is you. Wewe ni yako. Not even your mother. Hata mwambie Not mama. even your Hata father. baba yako. Not even your husband. Hata mume Not wako. even your wife. Hata mke wako. It is you. Wewe ni Not wewe. even washirika. Hata si washirika. It is you. I'm going to use you as a man, Wewe. and you will feed them. Na utawa- You will destroy them. Oh, yes. You will bring them down. In the name of You Jesus. will win the battle. Yes. You will conquer them. Utashinda. You will kakakakaka. Utawakakaka. Rekekeke. Utashinda. Mama. Utawakakaka. Rekeke. It does not matter how many they are. Haijalishi wako What wangapi, matters is how equipped are you by God. ni venye umejiweka, haijalisha How has God prepared you for venye this? Mungu amekuandaa. When God raised me in Mungiki, Wakati Mungu aliponiondoa kwa Mungiki, when God raised me in Mungiki, wakati Mungu aliponiinua kwa Mungiki, when God raised me, wakati Mungu aliponiondoa, do you have a Kiswahili teacher in this church? I'm going to pay a lesson. When God raised me, Akedera, rĩrĩa Ngai andereire kwa when God raised me rĩrĩa Ngai andereire kwa Mungiki, while in Mungiki, kwa Mungiki, had He raised me in church, ndaandereire kanitha-inĩ, had He, Koro, agiandereire, korwo andereire kanitha-inĩ, had He raised me in church, korwo andereire kanitha-inĩ, the people of church would have killed me. wa andũ a kanitha nĩ mangĩanjũragire, But He chose to hide me. no akĩhitha. When Jesus was born, Rĩrĩa Jesũ aciarirwo, He was taken to Egypt. atwarirwo Egypt, He was kept there for 3 years agĩtwarwo kũu mĩaka ĩtatũ, until the king died. nginya mũthamaki rĩrĩa akuire. When you are going to get your salvation, Rĩrĩa wamũkĩra ũhonokio when waku, you are going to get where God wants you to be, na rĩrĩa gũtwarwo harĩa Ngai you itwarĩte, will go there utaenda hapo, not because of your energy, si kwa sababu ya nguvu not zako, because of your power, si kwa sababu ya nguvu not zako, because of how good you si are, kwa sababu ya jinsi but ulivyo, because the king that wanted to die, kill you kwa sababu mfalme is dead. When you see your car is coming
leo kuna When you see your business is coming, unapoona biashara when you see your marriage is coming, unapoona biashara when you see your job is coming, wakati kazi it yako is inaona not that you are a good planner. si kwa sababu It unajua is kupanga because the king that was stopping you to become, kwa sababu mfalme anataka he is already a carcass. He is already a carcass. yes He is dead. So wait, don't worry. ngoja If you usijali have not been blessed, the king is still roaming around. Yes. And God is waiting for him to die. If you are not married today, yes it's the king that stops marriages. Mfalme He has anafanya. not died, Wacha but ngoja. he's about to die. Ako He is about to die. hapa. It's about 6 months from today. Oh, yes. He's going to die. Wewe So utakufa. just relax. Ngoja. Just relax somewhere. Ngoja tu. Just walk with them Tembea na as wao. you wait for that precious time. oh yes God na Mungu Will do something atafanya jambo that will astonish you. yes Gideon was so cowardice Gideoni akawa because muoga he never believed hakuamini that what is happening to him, kenye kinafanyika it kwa is coming from God. inakutokana na I Mungu want tonight somebody to believe me nataka mtu that aniamini what you are seeing in your kenye life, unaona kwa maisha yako God is in control. Mungu wako God ndani is still operating. Mungu anafanya kazi Gideon told God, Gideoni if akamwambia it Mungu is you, ni wewe I'm going to bring as skin, nitalete ngozi and then I want it to be wet. nataka iwe na Then unyevu God came and make it wet. na Mungu akaipa unyevu And he saw this is God. na akamwambia Mungu But again he went back sasa akarudi nyuma and he told God, na akamwambia Mungu now I'm going to put the same, nataka kuweka but now I want outside to be wet. nataka kule kando kuwe na When unyevu God chooses to be patient with you, nataka Mungu afanye when God chooses to be patient with you, Mungu akitaka uwe when God chooses to be patient with you, Mungu akichagua uwe na subira kwake when God chooses to be patient with you, ngai agetikira gukirire when God chooses to be patient with you, ngai agicagura gukirire he will be patient. no agukirire When he chooses to be patient with you, lilia atwara gukirire for sure he will be patient. atakuvumilia This man came again. yule mtu akakuja This man came again. yule mtu akakuja tena Gideon came again. Gideon akakuja tena And he came asking another question. akaja kuuliza swali lingine Now I want the outer part to be wet. nataka kule kando kuwe na unyevu Still God Mungu tu was patient akamsubiri with Gideon. akamgoja Do you know why he was patient with Gideon? kwa nini alisubiri Because Gideon kwa sababu Gideon is a chosen alikuwa mteule vessel mteule toka for the mteule kingdom of heaven. kwa ufalme wa The reason he's patient with you, sababu tu ni kulikuwa the reason he's patient with you, ile kitu imefanya because you are a chosen, kwa sababu wewe ni mteule you are a vessel wewe ni chombo that God is ready to use. Mungu ako tayari That kutumia is why hiyo ndio sababu he is patient with you. anakusubiri They are waiting for you to die. wanangoja ufe They are burying themselves. They wanazikana have waited for you to be finished. wanangoja uishe Instead, they are dying. wao wenyewe wanakufa Because God is patient with you. Mungu anakuwa na subira God is patient with you. Mungu anasubiri na wewe And again, na kitu kingine after God did what he did, wakati Mungu alifanya venye aliuliza still Gideon was not trusting God. Gideoni hakumwamini Mungu Then God had to come to Gideon. sasa Mungu akaja kwa Gideon And he told na Gideon, akamwambia Gideoni now sasa I will take you to their camp. Because he never imagined how me alone, and the army of the Amalekites, the army of the Midianites, the army of the Girgashites, the army of the Hittites, the army of the Jebusites, all these armies, ami hawa wote me fight them, niende nikapigana na wao it was not believable. haikuaminika So God had to come sasa Mungu akaja kwa Gideon personally, kwake and mwenyewe they told him, akamwambia I Gideon am going to cause you nitakusababisha to go to their camp, uende kwa and you will hear them saying about you. na utasikia wakisema kukuhusu And he was caused to go. na akasababishwa aende And he went there, na akaenda kule and he heard them say, na akasikia wakisema that man mundu ucio is a giant. ni mtu He's mkubwa so dangerous. ni mtu hatari If he descends on us, akia we are going to be finished. sisi tutaisha We zote are going to be finished. tutaisha zote Then, Gideoni akasema then he thought they are not talking about him. akafikiria hawaongei kumhusu He kept silent. akanyamaza akatulia To hear again akasikiza tena that
man Gideon, Gideoni huyu God caused them now to mention the name. Mungu akasababisha Because the presence of God was working with kwa Gideon. sababu uwepo wa Mungu Wherever Gideon went, popote Gideoni God alipo, was there. Mungu alikuwa. When you are doing the will of God, Unapofanya mapenzi the presence of God uwepo wa Bwana pamoja will nawe. walk with you. Tembea na wewe. Will walk with you. Tembea na wewe. When you reach there, Ukifika they will pale. be scattered. Oh, yes. It is not you who will scatter Si them, wewe uta- but Him, God, that is with you, Mimi Mungu will nitafukuza. scatter them, Nitawafukuza. will subdue them, will bring them down. Utawaleta chini. And they started, when they heard that, Waliposikia hiyo they packed wakapanda and they started running. wakaanza kutoroka. Remember what God told Abraham Sikiza venye Mungu when alimwambia he Abrahamu. didn't have a child, Wakati hakuwa na when mtoto, he had only one child, wakati alipokuwa na mtoto mmoja, and when he gave the sacrifice of Isaac. alipofanya ibada ya Isaka, God told Abraham, Mungu akamwambia Abrahamu, now because kwa sababu ya hii you did not deny me your son haukuninyima mtoto wako to be great, kuwa mkuu, I will bless you. nitakubariki wewe. To bless, Kunibariki, I will bless you. nitakubariki. Your generation Kizazi cha will be like the sand of the sea. itakuwa kama Your nyota. generation Kizazi will cha be like the stars of heaven. itakuwa kama nyota za mbingu. And the enemies of your generation, Na adui wa and the kizazi, enemies of your generation, adui wa kizazi and the chako, enemies of your generation, adui wa kizazi Oh my God. And the enemies of my generation, they will not be able to penetrate, go through the gates. Yeah, the enemies, they will not be able to go beyond the gates of your children. They will not be able to conquer your children. They will not be able to fight your children. They will not be able to make past your children, because I have equipped you Kwa sababu to nimekupa all generation of the world. vizazi na vizazi wa ulimwengu wote. and that is why hiyo ndio sababu I am called mimi Mungu an Abrahamic generation. Abrahamu na kizazi chake. And from today, Na kutoka leo I want to command you, nataka nikuamulishe, rise up inuka and cross na cross that river, uvuke that river of fear. hiyo Cross that river of fear. Oh, The enemies, oh, the enemies you are seeing today, oh yes. You will never see them. In the name. As you bring your sacrifices, Unakwenda sadaka zako. make a covenant walk, Yes. make a prophetic walk. Tembea na That kiunabii. I have crossed over my enemies. Nimevuka. I have crossed over my difficulties. Nimevuka mto huu. What has been a challenge in my life, it is no longer going to be my challenge. What has been a problem in my life, it will never be a problem. I have won the battle. Bring your sacrifices and offering. Everybody to bring what you have. Everybody to bring what you have. This is prophetic. This is prophetic. This is prophetic. This is prophetic. That you are crossing. Whoever came with a sacrifice, give your sacrifice. If you came with your sacrifice, give your sacrifice. If you came with your soil, Oh yes. if you came with your soil, bring it at the altar. Somebody to get me the soil on the top of my table. Bring it here now. Bring it here. Oh yes. It is the time to cross your Jordan. It is now to cross your Jordan. It is now to cross your Jordan. Your enemies are being confused. Your enemies are being scattered. Your enemies are being brought down. Your enemies are in plenish. kwa jina la Yesu. Lete sadaka zako, sacrifice yako. Harakisha. Yaani hawa watu wamekaa kama watu wa upuzi kabisa. Punguza kidogo. Hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume chetu.
Give me verse 13. Give me verse 13. Verse 13. Quickly, please. Verses 13. Yes. Musa akawambia Waisraeli, Akira Israeli, msiogope, ikae wetigera. kaeni imara. Simameni tu. Leo Umuthi mtaona mukuona jinsi Mwenyezi Mungu atakavyowaokoa. Maana wao Misri mnawaona leo, hamtawaona tena. verse 13 na verse 14 pamoja. 13, 14 pamoja. Ziweke pamoja. Siunganisha pamoja. Ama wacha 14 tukae kwa 14. Mwenyezi Mungu Gai atawapigania nyinyi. Mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Verse 18, quickly. Mstari wako wa 18. Oh my God. Naam. Nitatukuka kwa kuangamiza Farao na jeshi lake pamoja na magari yake na wapanda farasi na Wamisri. Watajua kwamba mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Maadui wako mimi Mwenyezi Mungu nitatukuka, nitatukuka. You need only to be silent. Nyamaza tu. Kuna mtu anaumwa sasa. Kuna mtu ako na challenge ya fibroid. Kuna mtu maisha yake imekuwa mbaya. Kuna mtu, hebu kaa silent. Just kaa silent. Kaa silent. 1, 2, 3. Hebu angalia, hebu angalia. Hebu angalia mahali ulikuwa mgonjwa. Angalia sasa. Angalia. Angalia.
Angalia, operation inafanyika. Operation, you need only to be silent. Operation inafanyika. Mtu alikuwa mgonjwa, ndio huyo ameondoka. Ndio hiyo mtu alikuwa na matatizo ya maisha yake, ndio hiyo biashara ambayo ilikuwa imeanguka imeinuliwa, ndio hiyo ndoa imeinuliwa, ndio maisha imebadilika. You only needed to be silent. The enemies of your family, they have been silenced. The enemies of your life, they have been silenced. Ndio hiyo. Yes. Yes. Yeah, vipawa vinashuka. Vipawa vinashuka. Ndio hizo zinashuka sasa. Yes. Vipawa vinashuka kama kitu kingine. Ndizo zinateremka. Yes. God is working on you now. Mungu anakufanyia kazi sasa. Ndio kitu kinafanyika kipya. Yes. Oh my God, look at them. Sasa Look at how God is so powerful. angalia venye Mungu ni mkuu. Look at how God can be able to deliver Angalia venye you. Mungu anaweza kufanya You katikati yetu. only needed to be silent. Unatakikana tu utulie tu. Hivyo tu. Hivyo tu. And God does something. Na Mungu afanye kitu. Just be silent. Kutulia tu. Just be silent. Kutulia peke yake. Like, I'm going to count 1, 2, 3. Nataka kutangaza 1, 2, 3. And prophetic gifts are going to come to you. Neno la unabii litakuja tu. 1, 2, 3. Jesus. Look at them. Angalia sasa. Look at them. Angalia. Look at them. Look at them. They are coming. Yes. They are coming. They are coming. They are Yes, coming. They are in the coming. name They are of coming. They are Jesus. coming. They are coming. God is blessing His people. God Mungu is anabariki watu changing wake. the lives of people. Mungu anabadilisha That maisha ya mtu. anything that was written against you, Yes. it is now Yes. never again to happen. Yes. Wow. Oh my God. Yes. Let's sing this song, The Blood. Iba iba. By the blood we are healed. Kupitia damu Who knows that song? Yes. You know the song? The blood of Jesus? Yes, can you go ahead? The blood. Oh, Jesus. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Lift up your hand as you sing the blood of Jesus. Lift up your hand as you sing the blood of Jesus. Lift up your hand and sing the blood of Jesus. Just like last day. Oh, the blood of Jesus. The healing is coming now upon your life. There's a special healing upon your life. A special deliverance upon your life. God is doing something special. God is healing. Mapepo yote ya giza inakamatwa. Wachawi wanakamatwa. Illuminati wanakamatwa. Freemason wanakamatwa. Waibaji wa nyota wanakamatwa. Wamekamatwa, mapepo inakamatwa. Just sing it. Inua tu mikono yako juu. Mungu anakubariki. Linaponya damu ya Yesu, usafisha kabisa. Hiyo damu ya Yesu, damu ya
number 19. Mstari wake wa 19. Basi malaika wa Mungu Naye malaika wa Mungu aliyekuwa mbele la kundi la wana wa Israeli aliondoka akakaa nyuma yao, na ule mnara wa wingu pia uliondoka mbele yao ukasimama nyuma yako. Yes. Nataka nitangazie mtu mmoja leo. Yes. Maadui waliokuwa nyuma yako, Yes. Mungu ameweka ukuta. Yes. Mungu ameweka mnara. Yes. Mungu ameweka malaika. Yes. Mungu ameweka taa. Yes. Mungu ameweka moto. Yes. Whatever that was planned against you huko nyuma, God has taken care of you. You are not going to face the challenges anymore. You are going to win every battle. You are going to conquer everything. Na baada ya hapo akapasua maji. Baada ya hapo alihakikisha ya kwamba wingu limerudi nyuma na malaika wamerudi nyuma. Akapasua mto, watu wakavuka. Nione mtu mmoja ameanza kuvuka. Anza kuvuka. Anza kuvuka into where God planned you to be. Anza kuvuka. Anza kuvuka. Anza kuvuka. Anza kuvuka. Vuka. Vuka kwenye hatima yako. Vuka kwenye hatima yako. Vuka, hawakuoni, hawatakutana na wewe. Vuka, mvua inanyesha. Mvua ya baraka, mvua ya neema inanyesha. Mvua ya uponyaji inanyesha. Walking power in the precious blood of the Lord. It shall be permanent. Whatever prepare, just prepare. Whatever that has happened today, Oh yes. lift up your hands as a prophesy. Na mikono yako napotabiri. Whatever that has happened today, it shall be permanent. Whatever that has been done to you today, it shall be permanent. And let us celebrate. Permanent, it shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Someone. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, oh, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Oh, the Lord.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Order. Order. In this house kuna order. Sema order. Yes. Najua kuna manabii lakini kuna order. Tunaheshimu manabii lakini kuna nini? Order. Nyosheni mikono yenu hapa. Kwa huyu. Sema Bwana Yesu. Ninakuomba jinsi ulivyoangazia wana wa Israeli, tuangazie, muangazie pia. In Jesus' name. Simama. Kwa nini mnapigana na watu? Sikiliza. Sasa hiyo lugha unaongea tutasikia. Utatafsiria. Ongea lugha tutasikia. Umeongea. Ongea ile lugha tunasikia. Tafsiri. Mwache, unazuia nani? Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Gaya heogosi. Control line. Roho wa Ngai ni ari guturia. Roho wa Ngai ni ari thayo. Na roho wa Ngai ndaruaga. Ni tundu okaga gucokaniriria na kurugomia na haria horu ni guthondeka thondekaga. Mwathani Ngai heo goci. Ndungata ya Ngai arerwo gatagati-ini gake ugururia wira wa Ngai uria wi thiini wake ena rainigire kuhoerwo. Mwathani agocwo na niguo ngoro yake etikirike gatagati-ini ga kigongona. Mwathani agocwo nowe gatagati-ini gake akona kandu maraga kumuyukia akagia riu hakahana ta no na oru ni tondu gatagati-ini gake atirikirika. Nani mwenye mtoto huyu? Nani mwenye mtoto huyu? Unaitwa nani? Leta mic hapa. Mshike mic. Unaitwa nani? Emily nani? Wajira kama unaendaga kanisa wapi? Two Rivers, kanisa gani unaitwa nani? Ukumbuke. Pastor yako anaitwa nani? Kanisa yako inaitwa jina gani? Tulieni tafadhali, msinisaidie kazi. Mwacheni nifanye kazi hii. Mungu alinipatia kazi na akanipatia maarifa. Tuambie kanisa yako inaitwa nani? Uko na microphone. Wanataka kusikia. Wanataka kusikia. Wacha kusikia.
Kanisa yako inaitwa jina gani? Si Salasa. Huwezi kumbuka. Pastor yako anaitwa nani? Dr. Ezekiel Waithaka. Kuna namba yake? Kunayo hapa? Wafu head. Iko kwa simu? Uko na simu? Iko wapi simu? Iko namba ya pastor yako kwa simu? Ni ya kibisho. Iko kwa simu. Uko nayo pale? Unaweza kutupatia tumpigie. Ndio leta. Uko na nani? Esther ni nani? Ni dada yako? Ni mtoto wako? Wacha tu, wacheni. Fanya kazi yako, enda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuko na uwezo na tuko na mamlaka. Msifadhaike. Mungu yuko pamoja na sisi. Hawa watu wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. So, yes. Tupatie hiyo namba. Yes, kuna yule mama mwingine. Yule wa vita. Ni wa vita. Nakupenda. Asante. Nakujua. Nakujua. Sina naniambia nirudishe Muthegi. Ni mubara. Wa Matunguru. Ni mujeshi. Yes. Ni matareka. Aya Matthew. Aya Matthew. Sasa urenda nyini. Kawe mutumio na. Tomato. Adoteto, navuga tate tito tu. Tomato. Angalia.
Yeah? Emily Wajiro. Ni ule wekare. Tunajua tayari kwa mteja. Unatuweka wina laini igere. Manyita, wina laini ya kwa ngoma na laini ya kwa Ngai. Tondu we uchaguritwo ni Ngai ri na ubetwo ni Ngai ri. Na waikondere roho wa wathikire. Na waikondere roho nduramenya we wa Ngai ri. Tulie maruha tukuhoya. Dogo tulie. Tathondeka barabara hau. Ni thank you. Niki? Iratu ciake iria. Mundu ni etikagira, mundu wa Ngai ni etikagira na kunyiha. Goko ndukana kinyange ringi. Ndukana kinyange ringi goko. Ni nguona ngete thiko nyingi muno na gukaga tugethiko rikiriri. Aya mahiana. Simama juu. Simama. Mungu ameshuka. Thank you. Thank you. Thank you. Ebu niwaambie kitu. Acha niwaambie. Ni pastor wako ndirenda kufundithia hawe. Meha Joel. Joel yako. Joel mani muru. No imundo taisho ni njega. Niĩ gatuĩka mwega gĩgathũka. Kamundu kau kamama kau rĩ tukĩgĩa na mahoya nĩ gokaga gũkũ gagaikara gĩtĩ harĩ na nĩ twerĩtwo ũhoro wako no nĩ ndĩrerĩte Ngai akarehe nĩgetha tũkaumagaria. Yes. Tondũ nĩ ũmwe wa roho nĩ ũmwe wa roho ũrĩa ũtũmĩtwo. Kũrĩ na andũ mararĩa manyuru, kũrĩ na andũ a Woru. Wa Woru mũtirakĩmuonire? Ũyũ nĩ wa Ngũrino, atũmĩtwo nĩ Ngũrino. Na wa manyuru arĩ haha. Na wa manyuru ahetwo coordination nĩ mũndũ wĩtagwo David, ũrĩa ũrarĩ pastor gũkũ. No muhete coordination. Yeah? Nĩo maramundia ngari gũkũ tondũ marerirwo mwangĩtoria gũkũ kĩgongona kĩa ngoma nĩ kĩarũgama. Aya mahiana. Aya miwao. Matioe kuhotwo nĩ takĩ. Okay, you go. Kahora. Kahora. Rehabilitation. Oh, there's your hemo do giore da kuhura. Yes. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Niwaambie kitu. Musa wakati alitaka kubarikiwa alienda wapi? Alienda wapi? Akaenda akakuja na muthegi
Bwana asiwe sana. As we are talking sasa ninapaga kutoka kwenda Mount Kenya. Na sasa hao ndio maana walikuwa wametumwa make sure aedi. Kwa sababu kesho wanataka kuchija watu. Lakini haitawezekana. Haitafanya nini? Ni hivyo tu na mudegi. Ni sisi kusema. Sema kusema. Yes. Hata wajenge kanisa yao State House. In the spiritual realm. Tumeibomoa. It will never work. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuwa baraka kwako. Kwenye hiyo safari. Nataka uniwekee mafuta hapa. Wekelea tu hapa kwa hii madhabahu. Na mimi nitaenda niekelee jina yako kwa madhabahu. Nitakapokuwa nikiongea na Mungu atakusikia. Niwekelee petroli tu hapa. Na ya kukula. Hapa ndio mtu ufuguka. Kama unajua kufuguka, hapa ndio mtu ufuguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wekelea tu hapo. God will see you. Asha. Nihia na wewe. Kelele za ushindi. Hizi kelele za nini? Hizi 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 kelele za ushindi. Amepigana vita gani? Amepigana Bwana sio mtu. Amepigana vita gani? Amepigana Bwana sio sisi. Amepigana vita
amepigana vita ndani, amepigana Bwana sio sisi, 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 amepigana vita ndani, amepigana Bwana sio sisi. Thank you, Father. Nyosha mikono yako hapa. Unyoshe, hii ni bendera ya Kenya. Hii bendera ya Kenya iko na marangi nne. Black inasimamia wewe na mimi. So we are represented. Red inasimamia damu iliyomwagika. Damu ya Maumau na pia inasimamia damu ya Yesu Kristo. Nayo green inasimamia taifa letu, chakula chetu, ardhi yetu. Nayo nyeupe inasimamia amani. Inasema sisi ni watu wa amani. Katikati kuna ngao ya kwamba sisi tumeweza kuwekwa wakfu. Nataka tusimame imara, tuimbe wimbo wa taifa. Sijui kama kule ndani watatuwekea ama tutasaidiana hapa nyuma. Wimbo wa taifa. Stanza zote tatu. Na tukimaliza hapo, niliwaambia bendera ni madhabahu. Ndio naona hakuna mfalme katika dunia mwenye hainamii bendera. Taifa lote, Kenya mzima, unajulikana wewe ni Mkenya kwa sababu ya bendera. President Ruto akiwa napita hapa, kute bendera ikipanda na ikishuka lazima asimame.
hata Trump akikuja Kenya, bendera ya Kenya ikipanda lazima asimame. Kwa hivyo hii ni madhabahu. Alafu iko mpaka na wimbo yake. Hii ni nini? Sasa ukitaka kupigana na mfalme ama watu wanaoleta shida Kenya, upiganagi na hawa kwa sababu wote wanainamia nini? Hii ndio imeshika Kenya. Sasa hii ndio mwenye nani? Ndio mwenye Kenya. Ndio maana iko na wimbo ya taifa. Bendera ni madhabahu. Wimbo ya taifa ya Kenya ni madhabahu. Ukikanya hii, uiambie nenda kwa Ruto. Ngoja. Sasa nini? Ni watu wa ile wa Chibuku. Na mnakumbuka ile pombe inaitwa Chibuku? Ni busaa ya watu wa Zimbabwe. So bendera ukiona shida imeingia kwenye nchi, usisugumuse na Ruto. Maana Ruto amepatiwa kazi na nani? Usisugumuse na Raila. Maana amepatiwa kazi na nani? Usisugumuse na Murkomen ama polisi. Just enda kwa boss. Umwambie hiyo ujinga sitaki. Umenisikia? Sasa tusimame imara. Tutaimba stanza zote 3. Kisha baadaye tutanenea huyu boss. Tumwambie watoto wasimwage damu tena. Madhabahu ya shetani Kenya, makanisa ya kishetani hapa Kenya hatutaki. Tunataka amani. Tukituma huyu boss, wakati tulikuwa nao kule City Stadium, wakati Raila alikuwa anafanya maandamano kila siku, tuliongea na Raila kweli? Tuliongea na nani? Raila kutoka siku ya Mei kufanya maandamano hajawahi kufanya. Tulifuga yeye kabisa. Nataka mjue power ile kwa hii nyumba. Tuko na power. Tuko na power. Haya, twende kazi. One, two, three, twende. Imba. Ilete baraka kwetu, haki iwe ngao. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na udugu, amani na uhuru, na tupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu, nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda na tujenge taifa letu. Ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima, Tuungane mikono pamoja kazini, tuwe na shukrani. Mungu muumba wa mbingu na dunia, nchi hii ulitoa binadamu walikuwa naitwa Maumau, wakaingia kwenye kichaka, wakapigania uhuru wa nchi hii. Wakasema hakuna siku nyingine damu itamwagika, maana ile waliomwaga ilitosha. Ninakuomba Jehova, wewe ndio unajua hawa wa baba mahali wamelala. Wewe ndio unawezaka kusugumusa na wao. Sisi hatuwezi kusugumusa na wale walikufa, lakini wewe unajua. Maana wakati Yesu alipowekwa kwenye msalaba, ulimpeleka kwenye shimo na akaenda kusugumusa na wale waliokufa. Na alipozungumza nao aliamuka siku ya 3 akapanda juu mbinguni kukaa na wewe. Na sisi tunajua una uwezo wa kusugumusa na wale walipigania uhuru wa nchi hii. Na kule wako najua wana complain, maana kile kitu walikuwa naitisha hawajakipata. Na sasa tunakutuma Baba kwao, na tunatuma kwa wale ambao walichangia hawa wazee kutopata haki yao. Wende uingie kwenye nyumba zao, kwenye nyoyo zao,
kwenye fikira zao na kwenye watoto wao na kwenye familia zao. Uwakumbushe ulikuwa na ahadi na watoto wako. Venye ulikuwa na ahadi na Abrahamu, ukamwambia miaka 400 watoto wako wataenda kwenye utumwa, lakini utawatoa. Na sasa hivyo kunaenda kufanyika Kenya sasa, kutoa watoto wako kwenye utumwa. Baba, ninakuomba tu na ninakutuma kwa hao waliokufa na wao walionyang'anya nchi na wao waliopora nchi na wanaotesa nchi sasa. Angalia venye wameua watoto wadogo. Ninakutuma kwao, kwa wale wote walihusika kuua mtu ama kumwaga. Wao wanaitwa goons, wao wanaitwa president ama wanaitwa waziri ama wanaitwa JC, whatever the name they call themselves. As long as they have shed the blood, God, I send you to them, that you speak to their hearts, that you speak to their hearts, na uambie wamekosea. Baba, nakuuliza tu, hii serikali ulijua ikiwekwa na ulisema uliona ikiwekwa, na kwa maana hauko umeenda safari, ulikuwepo na ulishuhudia Rais Ruto akipatiwa mamlaka, akipatiwa constitution, akipatiwa upanga, na akasema atalinda wa Kenya na atalinda constitution. Ninakuomba Baba, uende mpaka kwake, umwambie alinde Kenya, umwambie watoto hawa wakitokea barabara asiwaue, asitume mapolisi wakaue, asitume mapolisi wakafanya jambo baya. Nao watoto wa Gen Z wasihusike katika kupora mali, wasihusike kuharibu mali, wafanye maandamano yao kwa amani, waende nyumbani. Na wewe Bendera, ninakutuma uende kwa Ruto, ninakutuma uende kwa Kenyatta aliyetangulia mbele za haki, na kutuma uende kwa Moi aliyetangulia mbele za haki, na kutuma uende kwa Kibaki aliyetangulia kwa mbele za haki. Ninakutuma uende kwa Maumau ambao walienda mbele za haki, maana hawa Maumau ndio wanaendelea kuamsha roho zao, zinaendelea kupiga nchi na vijana wanaendelea kusisimuka. Lakini kutoka leo ninakutuma kwa wao. Kenya ni nchi ya amani, na kwa sababu revival imefika, kusitokee damu aina ya kitu chochote, iwe ni ya kuku, ya ng'ombe, ya mnyama aina yoyote ama binadamu, isihusike kuinua kafara ya kuzuia wakati wa Mungu. Kusitokea mtu ambaye atapigwa risasi kwa sababu ya kutaka damu ya watu ambayo itumike katika kuinua kafara. Kusitokea watoto watanyolewa nywele ama kukatwa kucha zao kwa ajili ya kafara, maana wanatafuta kufanya DNA ndio wa clone, wajue hawa watu wanatumia nguvu gani. Na kutoka sasa venye ulifanya wale wa Misri wakazubaishwa kwa sababu wakaona kuna jagwa, wakazubaishwa na ile jagwa, huku wana wako wa Israeli wakijipaga. Na hivyo kutoka sasa wewe Bendera, uwazubaishe wa Kenya ambao hawana nia na Kenya, uwazubaishe wageni wa Ulaya, wa Amerika, wa Europe, wa Asia ambao ni wa one world order, ambao wanataka kuja kutumia Kenya kuinua madhabahu yao. Uwazubaishe kwao, madhabahu ya Mungu inuke. Uwazubaishe kwao mahali popote walipo, wakose jia baka wakati madhabahu ya Mungu itainuliwa, baka wakati revival itasimama. Na kwa sababu inaenda kusimama kutoka sasa, ninasema Bendera, uchukue ushukani. Yoyote atakayeinukia nchi hii na ukamuinukia, uko na ngao na uko na mikuki na mishale, wewe unyamazishe midomo yoyote ya kuleta fujo Kenya hii. Unyamazishe watu wowote ambao wanapanga nia ya uovu, mapolisi na NSIS wanaopanga vitu ambavyo ni viovu, ukaweze kuwanyamazisha. Hata Rais Ruto wa Kenya na Raila na Uhuru na Gachagua wote wanyamazishwe katika midomo ya uovu, wanene baraka katika nchi yetu, wakuwe kwenye mstari wa kunena baraka, wakuwe katika mstari wa kupata ushindi. Na watu wowote wale ambao wanapitia kwa dini wakitaka kuharibu mipango ama kuvuruga mpango ya Mungu, wewe Bendera, wewe ndio mwenye nchi hii, fika kwao kwa manyumba uwasimamishe. Wale ambao wanataka kutia najisi mlima wa Kenya ndio waweze kuclone mlima wa Kenya ufanyike katika madhabahu ya shetani. Kutoka sasa Bendera, ukifika huko, maana ulitutagulia kabla ya uhuru na ulipitagulia hata wakati wa Isaia 18, wakati uliinuliwa kwenye Mount Kenya na kukafuriswa wakafanya tarubeta ikalia. Na hivyo ndivyo nasema, hivyo ulitutagulia, tagulia Kenya na uhakikishe Kenya ni salama. Wewe Bendera, nena mazuri kwa watoto, wavulana na wasichana, wamama na wazee,
nena mazuri kwenye biashara za Wakenya, nena mazuri kwenye njia za Wakenya, nena mazuri, watendee mazuri. Hata wale wako Ulaya wafanye washinde, wakuwe washindi, na ni katika jina la Yesu Kristo. Semeni amina. Thank you. We have commanded. Hiyo ni amri tumetoa. Tumetuma mdosi aongee na watu wake. And now may the grace Our Lord Jesus Christ, and now may the grace and now may the grace and now may the grace Amen. Thank you. Mwende nyumbani salama. Kuna chai? Ni pesa ngapi yote? Yeah? Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.